ni deal na yeye, ni mnyoroshe ama namna gani? Mudengi Ndagala nyoroshe singo. Naona kuna shida mingi sana. DJ weka hapo mara moja tu mnyoroshe huyu. Naanza kusumbua wazee hapa kwa nini bwana? Tena. Na ningemliga blanda kaiti semaga mwana everyone wait on Robert Familia Ogantiga till I die. Napitatanisha na wewe nikiwa hai. Tuliunganishwa. Punga mkono. Watonya mboronya bodhidagata. Na ningekenda nenda kaedo nikumadaraka. Wendo, boti ukabira. Wendo. Shikaride. Wasanii wote ambao tulikuwa nao hapa kujeni tuimbe fire sasa. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni mbwekse si mbwekse. Hebu nione kama mnajua mbwekse. Weka ngumi mbwekse. Alafu naja toka area njara Bruno ntuito theri simlioga. Kuna mwenye ananuka kwa hapa. Edeo teo nunka nkuwa mborera mbwekse. Weka juu. Nyinyi ni fire. Thank you so much. Edeo teo nunka nkuwa mborera kaire mbwekse regoro mbwekse. Nyinyi ni fire sana. Ni 2 term na William Samoei Ruto na 4 term na Kithure Kindiki makatema. Botije to iwatero ao kamtogeto gakatonya nare. Tawega bokenda to airwa kaire. Ito amwete wenye wamesema tumeamua nione kwa mkono nione. DJ nipe hiyo wimbo. Noma si noma. Fire si fire. Weka ngumi mbili. Inua ngumi mbili. Hapa kazi. Twende fire si fire. Na William Ruto. Noma si noma. Na Kithure. We DJ shika. Antobe tororo tina gwauro kaino onko buto angoge. Aba kwenda mbuto. Mome na abwe mbigerwe nikiao. Rotina wao sawa. Kithure ifaya toka uga fire. Sawa. Aba kokera mto. Aba kokera gachaua. Tuende kazi DJ. Noma si noma. Weka mbili. Fire si fire. Inua mikono yote juu, inua. Hapa kazi tu. Inua yote kabisa bonga. Hapa kazi tu. Twende fire si fire. Na William Ruto. Noma si noma. Na Kithure Kindiki. Fire si fire. Na William Ruto. Noma si noma. Na Kithure.
Sasa tuende. Tutam. Baba tewe keli anjara be wantam. Inua mikono. Kila mtu. Inua mikono juu tuende. Tutam na William Ruto. Tunasema tutam na Kithure. Aya kila mtu piga hapo. Nataka kuona makofi ya juu. Wewe inua mikono piga. Tuende. Tumekataa. Aya tuende chini hapa. Hapa kazi tu na William. Tuende tena. Hapa kazi tu na Kithure. Ni ngapi? Ni tutam na William. Weka tutam vizuri. Tunasema tu na Kithure. Hata nione sasa kama fire si fire. Na William Ruto. No mercy no ma. Na Kithure Kindiki. Tuende fire si fire. Na William Ruto. No mercy no ma. Na Kithure Kindiki. Vidole mbili kila mtu tuende. Tutam na William. Weka vidole vizuri mbili. Tutam na Kithure Kindiki. Inua mikono basi. Tutam na William Ruto. Tuende tena. Tutam na Kithure Kindiki. Piga makofi hapo. Inua kabisa. Inueni bwana. Inua. Tuende. Very nice. Sikia ati kelele Agachagua. Ukabila Agachagua. Tuende chini. Hapa kazi tu na William Ruto. Tuende tena. Hapa kazi tu na Kithure. Nipe tutam. Ati ni ngapi? Ni tu na William Ruto. Tunasema tu na Kithure. Wacha tuone fire si fire. Na William Ruto. Tuende no mercy no ma. Na Kithure Kindiki. Fire si fire. Na William Ruto. No mercy no ma. Na Kithure Kindiki. Weka mbili. Tuende. Fire si fire. Tuende. We. Shikilia DJ. Ibo mero kwa ini. Bokona nyato ini bamero to fire. Ndena baba angeba kuma Embu. Ndena baba angeba kuma Tharaka Nithi. Wapi makofi ya wasanii wapo? Kama unapenda wasanii wa Meru County, Tharaka Nithi, Embu County na Kinyage kwa Keumbo ni nina njara tu. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni mbaya si mbaya. Mbaya. Haya basi pigeni makofi Singoel Moringeni makofi. Makofi. Antoma Meru Embu Tharaka Nithi, tuendelee ama tusiendelee? Hebu inua mkono namna hii kama mnataka tuendelee. Na sasa naona viongozi wetu wale ambao tunaenda hii safari pamoja ya kusema tutam na lazima Kithure Kindiki aendelee kuendelea wakiwa na William Samoei Ruto wamefika ndani ya nyumba. Hebu wainulieni mikono vidole viwili. Inua namna hii. Pigeni makofi Senator wa Meru County anaitwa Kadhuri Moronge, wapi tutam yake? Asante sana. Pigeni makofi Senator wa Tharaka Nithi Gataya Ntamwenda. More fire. Asante sana. Rahim Daud. Mpigieni makofi yake Rahim Daud, yuko ndani ya nyumba. Senator wa Embu mnamuona? Senator wa Embu mnamuona Mondigi? Inueni makofi ya Mondigi namna hii. Asante sana. Na wale viongozi wengine tutakuwa na watabua tukiendelea. Asante sana. Naona kutoka Igembe North, naona Dhaitumu TJ, wapi kelele? Naona Mheshimiwa Muthoni nominated MP, wapi kelele? Naona pale pia tuko naye Imenti South Bwana Shadrack, wapi kelele ya Shadrack Moichi? Naona vile pale tuko na women rep wa Tharaka Nithi Susan Ngogewa Mwindu, mama apigwe makofi. Sasa taja watu wa kwenu. Sisi tuko na senator wetu anaitwa Tuonaga, wapi makofi ya senator wa Embu wewe? Na nimeona tuko na pia mheshimiwa MCA kule Embu anaitwa mheshimiwa Morin, wapi makofi yake wewe? Nimeona vile tuko na speaker kabisa wa County Assembly ya Tharaka Nithi anaitwa Babu. Babu alipiga makofi, speaker wa County Assembly ya Tharaka Nithi. Asante sana John Babu. Tuko na MCA kutoka pale Embu anaitangwa Dhin Wangoro, mheshimiwa Moreithi Kobore, wapi makofi yake wewe?
Kutoka ICC ama Igembe Central tuko naye Mheshimiwa Kele. Wapi kelele ya Kele? Tuko naye vile vile Deputy Governor wa Tharaka Nithi County anaitwa Nyaga Mwisraeli. Wapi makofi ya Nyaga Mwisraeli? Asante sana, asante sana. Wakiendelea kuja hivyo, naona hata mawaziri wanakuja wa national government, na tuko na waziri wa Meru hapa wa afya mwenye ameleta CHVs hawa wote. Wapi kelele ya waziri Dennis? Vile vile Mananga. Yes. Hapa tuko na viongozi ambao waliwahi ongoza Meru County, Embu County, Tharaka Nithi kutoka mpaka kule Kitui wako hapa wote. Kama wewe ni former councillors, former MCAs, simameni mwinulieni mkono, simama. Rogamani watoke Njara former councillors wote. Wapi kelele ya hapo kitambo, wapi makelele? Viongozi wote wako hapa. Kuna MCA sitting wako hapa. Unajua hawa ni wenzangu. Hawa ni wenzangu. By the way, wewe ni mheshimiwa. Wapi kelele ya mheshimiwa Madagara tafadhali? Sasa MCS wenzangu ambao tunaingia katika hii gurudumu ya kuongoza serikali mashinani. Hebu simameni ma MCA wote county yote, hebu simameni tuwaone tafadhali. Simameni ma MCS wa Tharaka Nithi, inua mkono namna hii. Asante sana. Ma MCS wa Meru County namna hii. Lakini wote wako hapa, asante sana. Thank you so much my fellow MCS. Asante sana. Asante sana Muthengi Ndagara. Na naomba sasa kila mtu picha, ile kamera iko huko nyuma na ile iko juu, kuna kakitu kanazunguka huko juu inakaa kama ndege. Kwa inakanyamuka kudioronke ora kariyo ndege kauika kuvotokia mbicha. Ndenda toke eria biara biere tuonanie. Ndawa arambe bokaua atea. Bokaua atea. Arambe. 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 Akedhore kendeke. Akedhore kendeke. 4 times. Akedhore kendeke. 4 times. Wapi kelele wewe? Ni noma si noma. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Naomba wote tusimame sasa, kila mtu. Dakika 2 zimebakia, naibu wa rais aingie sasa. Nataka wapate tuko na joto, tumeingia. Kijana jensi ya Koeria na nataka kuonyesha watu tuko sawa. Nionyesha vidole ine. Wa. Tuendelee ama tusiendelee? Weka vidole ine. Tuenda juu. Aya, wale wanasema Kithure Kindiki ni 4 term, mikono juu ine. Wale wanasema Rais William Ruto arudi tena mara ya pili 2 term. Weka vidole vizuri. Asante sana. Karibu mwenzangu, tualeze mawili matatu. Hapo tukiwa tumesimama hivyo. Wewe. Kabo ijerebu inde. Tumekubaliana Profesa Kithure Kindiki na William Ruto ni fire. Wacha tuone kama wale wanasema ni fire. Harambe, 2 term, harambe. Kindiki ni 4 term ama si 4 term? Kindiki ni 4. Sasa ndio tuendelee vizuri. Mgeni wetu ako karibu kufika. Kwa hivyo, kwa sababu tumekuwa settled, naomba kwa heshima kubwa watu wawili peke yake ndio ataendea mgeni pale, so that we don't waste time. Hatutaki njua ituchome hapa, si ndio? Ndio peke yake wa viongozi wawili ndio tutachukua pande hii. Mmekubaliana hivyo? Waende mahali nitawaonyesha, watuletee mgeni wetu wa heshima siku ya leo, si ndio? Au wengine tutaendelea na burundani 1.5 hours. Tukue tumemaliza, si ndio? As many as of us binonze. Haya, tuendeleeni sasa, na tafadhali strictly wataendewa na viongozi wawili on our behalf. Asante sana, mpigieni makofi. Antoma Meru, Embu, Tharaka Nithi, hore tayari kulagana kana kenu. Ende mwerire kumarira mbojiraga mwerire no mwanka twetegarie na akorobonde banjori ncheke kuma rotere runde baraugire no mwanka migongo eno ya rotere roro no mwanka twethera ndani ya thirikare gutie kuma ndani ya thirikare tore karagu kabisa. Bora tayari weka 2 term kama wale wanasema 2 term. Nataka muinue vizuri tafadhali. Inua 2 term. Wale wanasema Kithure Kindiki tunaenda naye State House ama namna gani?
Fotam. Inua mkono vizuri. Fotam ya Kedhora Kendeke wapi duru wewe? Asante sana. Vile vile kumekuja kiongozi mwingine anaitwa Getonga Morugara MP wa Tharaka. Pigiwe makofi muonyeshe Fotam yake, Fotam na fresh tam yake. Asante sana. Sasa mimi yangu si kuongea mingi. Itokoelana ntobeto. Mimi nataka mkono moja imeinua 2, mkono mwingine imeinua 4. Nionyeshe 2 4 2 4 2 4 DJ 2 4. Mko tayari? Twende! Inua. Weka juu. Haya tuone namna hii, tuone hivi. Hivi. Tutakalana tuone. Hey. Haya juu. Tuone. Also, I'm gonna be. Weka ile. Tuende. Zunguka. Aya. Jaribu kuvuka na wewe. Hakunini. Weka juu. Hakunini. Cheza kidogo. Hello. Ile. Halo. Mungu sawa, tuone nao, si ndio? Hebu nipe Fotam ya Kedhora Kendeke, Fotam mzuri. Sasa ukiwa umeweka hiyo Fotam namna hii, sukuma mbele, moja nyuma, moja mbele. Haya meso DJ, 3 2 1 tuende kazi. Weka juu. Tuende. Weka juu. Make sure let's I'm not ashamed the gospel of Jesus. I'm not ashamed the gospel of Jesus. I'm gonna preach the gospel of Jesus. Before the Jews, I will preach. Before the Gentiles, I will DJ. Ile ingine DJ ya kuwafunza. Hebu piga makofi ya juu, piga makofi hivi. Tuwe kila mtu tuende. Inua mkono juu vizuri. Tunapiga juu. 1 2 3 tuende. Ingine tuende. Alafu make sure kiuno inasonga kidogo kama yangu. Mr. DJ, tuende kazi. Aya, cheza mahali uko hapa hivi. Hapa tu kidogo. Aya, makofi tuende. Ngoja. Cheza hapa. Makofi juu tuende. Makofi juu. Yes. Haya, weka hivi baba. Mkono juu tuende hivi. Weka mkono juu namna hii. Atazama. Chini. Tuende. 1 2 3 kama pa. Si tuende gospel sasa kidogo. Hebu nione mkono juu, weka mkono juu vizuri. Weka mkono juu. Hebu jaribu kuinua mkono juu namna hii. Inua. 1 2 twende. 1 siwaski. 1 twende. 1 twende. 1 DJ twende kazi. Hapa kila mtu. Alafu unacheza hadi na mabega kidogo. Hivi 1 2 twende. 1 2 twende. 1 2 twende. 1 aya cheza hapa twende. Hey. Unajua? Ana cheza hapa kila mtu. Weka juu. Hapa. Hata direndo na ngaito. Kila mtu direndo na haya. Asante sana. Haya. Asante sana.
Haya, asanteni sana. Tushuke pale. Tutaimba sana leo. Haya, mko karibu kupokea mgeni wetu. Hebu kama uko karibu sasa, kama uko tayari, hebu simama sasa. Simama sasa nani? Eka ile ngoma. Eka ile ngoma. Ndio ukaribisha mgeni leo ruwekirwe. Noma si noma. Wapi kelele ya naibu wa rais? Kelele, 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 kelele. Piga, piga, piga kila mtu naibu wa rais. Hapa kazi tu. Twende fire, si fire. Na William Ruto. Noma si noma. Na Kithure Kindiki. Fire, si fire. Na William Ruto. Noma si noma. Na Kithure Kindiki. Na William Ruto. Votam. Na Kithure Kindiki. Tutam. Na William Ruto. Votam. Na Kithure Kindiki. Kenya yetu ya amani. Haipendi ukabila. Kelele na vurugu. Tumekataa. Tumkaribishe, tumkaribishe, tumkaribishe. Tukaribishe naibu wa rais. Wapi kelele wewe? Noma si noma. Fire si fire. Fire, si fire. Na William Ruto. Noma si noma. Na Kithure Kindiki. Fire, si fire. Na William Ruto. Noma si noma. Na Kithure Kindiki. Tutam. Na William Ruto. Wapi kelele ya naibu wa rais? Votam. Na Kithure Kindiki. Salimia naibu wa Votam. rais. Na William Ruto. Votam. Na Kithure Kindiki. Kenya yetu ya amani. Hatupendi ukabila. Kelele na vurugu. Wapi kelele ya naibu wa rais? Hapa kazi tu. Na William Ruto. Hapa kazi tu. Na Kithure Kindiki. Noma si noma. Fire si fire. Hapa kazi tu. Hapa kazi tu. Fire si fire. Na William Ruto. Noma si noma. Na Kithure Kindiki. Fire si fire. Na William Ruto. Noma si noma. Na Kithure Kindiki. Tutam. Na William Ruto. Votam. Na Kithure Kindiki. Tutam. Na William Ruto. Votam. Na Kithure Kindiki. Kenya yetu ya amani. Hatupendi ukabila. Kelele na vurugu. Tumekataa. Hapa kazi tu. Na William Ruto. Hapa kazi tu. Na Kithure Kindiki. Tutam. Na William Ruto. Tunasema votam. Na Kithure Kindiki. Fire si fire. Na William Ruto. Noma si noma. Na Kithure Kindiki. Fire si fire. Na William Ruto. Noma si noma. Na Kithure Kindiki. Asanteni sana Mheshimiwa Naibu Rais, kwa heshima yako na ruhusa yako, ningependa sote tuweze kusimama wima kwa ajili ya wimbo wa taifa na ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Walio na kofia zisizo rasmi tuzivue tafadhali. Asante.
Asanti sana. Tukiwa tungali tumesimama, kwa ruhusa yako Mheshimiwa Naibu Rais, ningependa kumwalika Reverend Jack aweze kutuongoza kwa maombi mafupi, kisha utaendelea Mheshimiwa Rais. Tufunge macho yetu tuweze kuomba. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zako. Asante sana kwa sababu ya uhai asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa kumfikisha Mheshimiwa Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya katika Kinoru Stadium salama. Asante kwa hafla hii ambayo Bwana atakuwa anaongoza pamoja na viongozi wengine wa taifa. Nikikushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako, tukiomba sana ushindi wa siku ya leo. Tunakushukuru pia kwa sababu ya usalama wa taifa letu, tukiomba ukaendelee kutupa amani katika taifa hili. Tukikushukuru kwa sababu ya Mheshimiwa Rais na viongozi wote waliochaguliwa katika serikali, na tukiomba Mfalme, tunapoingia msimu huu wa siasa, amani yako ikaendelee kukidhiri katika nchi yetu. Twakutukuza na kukubariki kwa kuwa unastahili, na ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Na Mheshimiwa Naibu Rais, kwa sasa studio tupe kibao kimoja. Ni fire, si fire. Ni fire, ni fire. Fire ya maendeleo. Ni fire, ni fire. Fire ya kuchapa wera. Ni fire, ni fire. Uchumi ubadilike. Ni fire, ni fire. Kenya isonge mbele. Ni fire. Fire, fire, fire. Haya, Mount Kenya East hoye. Mount Kenya East hoye. Ni leo si leo. Ni leo si leo. Ni sasa si sasa. Ni sasa si sasa. Tuendelee tusiendelee. Tuendelee tusiendelee. Ni Ruto si Ruto. Ni Ruto si Ruto. Ni fireman si fireman. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Wacha nione salamu ya watu ya Mount Kenya East, salamu ya watu ya Mount Kenya East. Hey, wale wako mbali hawajaona. Tuchukue hiyo saluti tena. Mount Kenya East hoye. Wacha nione salamu ya watu ya Mount Kenya East, jameni, watu ya Mount Kenya East. Asanteni sana, naomba tuketi. Bas, kwanza wacha mimi ni kuwe wa kwanza kuzungumza, kwa sababu mimi ndio nilikuwa nimetumana nikaitisha mkutano na nyinyi. So ni vizuri niwaambia ile maneno nilikuwa nimewaitia, alafu baadaye hata nyinyi kama mko na maneno na mimi mutaniambia. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Mount Kenya East hoye. Mount Kenya East hoye. Bas, mimi leo nilikuwa nimeomba tuwe na mkutano hapa Meru Kinoru Stadium, na mimi najua hawa ambao tuko nao hapa leo ni viongozi wa mashinani, grassroots leaders and opinion shapers. Nyinyi ndio kusema mashinani. Ni kweli si kweli? Ni nani kusema mashinani? Ni nyinyi ama ni wale? Ni nyinyi ama ni wakubwa? Si nyinyi ndio kusema mashinani? Ni nyinyi si nyinyi? Ni nyinyi. Kwa hivyo nyinyi ni fire sana. Ni fire si fire? Ni fire si fire? Ni noma si noma? Wacha nione salamu ya viongozi wa mashinani, viongozi wa mashinani. Ai, nakwambia leo ni leo. Msema kesho. Msema kesho. Kwa hivyo hapa kwanza kabisa tuko na viongozi wa mashinani
wa aina mbalimbali. Ni kweli si kweli? Kwanza kabisa tuko na wazee wa mitaa, village elders. Ni kweli si kweli? Tuko na wazee wa mitaa. Tuko na wazee wa mitaa. Wako ama hawako? Village elders hoye. Village elders hoye. Village elders hoye. Vile vile tuko na wale ambao ni wahudumu wa afya mashinani, CHPs, community health promoters. Mpo? Mpo? CHP hoye. CHP hoye. Ni fire si fire, ni noma si noma. Vile vile tuko na viongozi wengine wa ngazi tofauti tofauti. Tuko na wale ambao walihudumu kama madiwani katika awamu ya zamani, wale walikuwa naitwa councillors, wako area. Ni kweli si kweli? Iko all former councillors ambao walihudumu katika hii area. Vile vile tuko na wale ambao ni former MCAs. Mtu yeyote ambaye amekuwa MCA tangu devolution kwanza ako area leo. Ni kweli si kweli? Lakini pia tuko na MCAs ambao wako saa hizi, wote wako area. Na mkutano ni wa grassroots mpaka hapo nimetaja. Wale wengine tumekuja kuwasikiza vile mnataka, kwa sababu wale wengine tunakuanga nao Nairobi kila siku. Tuko na magovernors wetu, tuko na senators wetu, tuko na MPs wetu, kuna viongozi wengine wa serikali wako area. So hawa leo watasikiza. Leo nyinyi ndio kusema, si namna hiyo? Nyinyi mkutano ni wenu leo. Vile vile katika hiyo au washikadau nimetaja, tuko na viongozi kutoka kaunti ya Meru kwa jumla. Sasa hiyo viwango vyote nimetaja, Meru County imewakilishwa. Ni kweli si kweli? Meru County hoye. Mpo? Vile vile tuko na viongozi kutoka Tharaka Nithi County. Tharaka Nithi hoye. Tharaka Nithi hoye. Tuko pia na viongozi hao nimetaja kutoka Embu County. Embu hoye. Embu hoye. Vile vile tuko na majirani wetu ambao wanatoka Mwea. Tuko na viongozi kutoka Mwea area hii. Mwea mpo? Mwea mpo? Wako watu ya Mwea hapa, na pia tuko na watu ya Isiolo. Nimesikia pia tuko na majirani kutoka Kitui. Wanasema wanataka kusikia hii maneno kwa sababu hii maneno pia ni yao. Bas, mimi nilikuwa nimeomba mkutano kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni waeleze kama viongozi wa mashinani mahali serikali ya Kenya imefikisha mambo ya maendeleo miaka 4 baada ya uchaguzi ambao tulikuwa nao mwaka wa 2022. Ni vizuri mjue mahali tumefikisha ile safari ya maendeleo, kwa sababu maendeleo ni safari. Unakuta kuna maneno ilikuwa inafanywa, unafanya ingine, alafu baadaye unaachia wale wengine watakuja kuendelea. Kwa hivyo umuhimu wa mkutano wa leo ulikuwa kuwajulisha mahali tumefikisha serikali ya Kenya Kwanza, mahali tumefikisha mambo ya maendeleo. Sababu ya pili ni kuwajulisha ya kwamba ningependa nyinyi kama viongozi wa mashinani mshiriki katika kusaidia wananchi huko mashinani kuelewa vile serikali imefanya kazi. We want you to be partners in sending messages to the communities
to the villages, to our people, what is being done for their welfare. Kwa sababu wasipoambiwa, wasipojua, watadanganywa na watu ambao hakuna suluhisho wanaleta. Watadanganywa na watu bure na kuambiwa mambo ya uongo. Kwa hivyo niko na hiyo sababu mbili siku ya leo. Ya kwanza kuwajuza mahali tumefika. Ya pili kuwaomba tusikizane vijana. Tuende tu polepole kwanza ndio mkutano nini mtashangilia nikimaliza. Si ni kweli? Hao ni vijana wangu hapo, sijui ama ni village elders, sijui ni vijana wa area. So mutulie, tusikizane kwanza, tutashangilia baadaye. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Ni fire si fire? Ni leo si leo? Mnajua ya kwamba siku ile Rais Ruto ameapishwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, miaka 4 sasa imepita. Mahali alikuta mambo ya uchumi ameng'ang'ana kiasi, na kuna hatua tumepiga mbele, hata kama hatujafika bado mahali tungetaka uchumi wa Kenya ufike. Lakini kama nilivyowaambia, maendeleo ni safari. Hata nchi zilizoendelea bado kuna mambo bado wanafanya huko. Wakati tumeingia katika serikali, unajua ya kwamba wakulima wengi, na sisi watu ya eneo hii wale wengi wetu ni wakulima, ilikuwa vigumu sana wakulima kumudu bei ya mbolea, kwa sababu mfuko mmoja wa mbolea ulikuwa unagharimu shilingi 7,000 ama 6,600, 6,700, 7,000, na wakulima wengi hawangeweza kumudu. Tuliweka pesa ya serikali katika siku za kwanza 100, tukateremsha bei ya mbolea ikatoka 7,000 ambayo ilikuwa 2022, ikafika 2,500. Ni kweli si kweli? Na tangu 2022 mpaka sasa mbolea haijawahi panda tena, imebaki hapo 2,500 per bag. Vile tunaendelea mbele, Rais amesema hivi karibuni ataangalia aone kama tunaweza tukienda huko mbele kuteremsha hiyo bei hata zaidi. Rais Ruto aendelee asiendelee? Ateremshe mbolea asiteremshe? Kwa hivyo mwenye anasema hakuna kazi imefanywa, hata ukisahau mambo mengine, umuulize bei ya mbolea ilikuwa pesa ngapi 2022, bei ya mbolea ni pesa ngapi leo? Si namna hiyo? Uwezi sema ya kwamba hakuna kitu imefanywa. Wakulima ni wengi ambao hawangemudu mbolea ya 7,000, lakini 2,500 wanajikaza, wanamudu, na bado tunaangalia vile tunaweza hata kuiteremsha kidogo. Rais anaangalia vile itawezekana na atatutangazia tukienda mbele. Ni fire si fire? Ni noma si noma? Mambo ya shilingi ya Kenya, mambo ya uchumi. Mnajua ya kwamba uchumi wa Kenya, shilingi ya Kenya ilikuwa inabadilika kwa shilingi 165 kwa dola. Sasa kwa miaka 2.5 shilingi ya Kenya imepata nguvu dhidi ya dola ya Marekani. Unahitaji dola 129, shilingi 129 dola moja. Zamani ilikuwa shilingi 165 kwa dola. Inaonekana ya kwamba shilingi ya Kenya imepata nguvu kiasi, na kwa hivyo mambo ya ugumu wa maisha imepungua kiasi, na bado tunakazana kuhakikisha ya kwamba tumedhibiti
nguvu ya pesa ama shilingi ya Kenya. Kilo 2 ya unga wa ugali ilikuwa 250, tumeteremsha imekuja 160 hapo, na bado tunataka kukazana tuteremshe hata zaidi tukienda mbele. Kwa hivyo tunakazana kuboresha uchumi, na sio mambo rahisi, ni mambo yanahitaji sisi zote tuwe na subira, na sisi zote tuelezane ukweli na tusidanganywe na watu wengine. Ya tatu ni mambo vile nimesema ya kilimo, tumeteremsha bei ya mbolea. Vile vile tumeteremsha bei ya mbegu ya ng'ombe. Na nilisahau kusema kuna extension officers, wale watu ya agriculture, wale wa mashinani, wengine wako hapa leo. Na pia tuko na maendeleo ya wanawake leaders, bado wako area hata hao. Kwa hivyo mambo ya kilimo, mbolea imeteremka. Bei ya mbegu ya ng'ombe ile ya artificial insemination ilikuwa 8,000 dose moja 8,000. Leo dose moja ni shilingi 1,400. Ni fire si fire? Rais Ruto aendelee siendelee? Wale wakulima wa ng'ombe ambao walikuwa wanahitaji mbegu ya ndume ili wapate mbegu nzuri ya artificial insemination, ndio wapate ndama ambaye atapata maziwa, walikuwa wananunua mbegu ya ng'ombe sexed semen at 8,000 per dose. For the last 3 years, the government has subsidized the price of sexed semen from 8,000 shillings to 1,400 shillings to make sure livestock farmers, dairy farmers can afford to be able to inseminate their livestock. Lakini unajua wale watu matajiri wanaongea Nairobi kwa mikahawa, hawahitaji, hawajui maana ya mbegu ya ng'ombe, hawajui maana ya fertilizer ya bei nafuu, kwa sababu wao wako na pesa. Fertilizer hata ikiuzwa shilingi 1,100 watanunua kwa sababu wako na pesa. Lakini kwa watu ya mashinani, watu ambao nyinyi mnawaongoza, hiyo kuteremsha mbolea, kuteremsha mbegu ya ng'ombe imesaidia wakulima, imesaidia wafugaji, ndio tuongeze pesa mfukoni kwa wakulima wetu na wafugaji wetu. Tuendelee tusiendelee? Kwa hivyo ukisikia sisi tukisema 2 term, sio mambo ya ujinga ati mambo sijui ya wapi, ni kwa sababu ya mambo ambao tumefanya ili mkulima na mfugaji apate nafuu. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Mambo ya, mnajua kwamba kahawa yetu tulikuwa tunauza shilingi 60 2022, sio zamani, 60 shillings, 50 shillings, 40 shillings. Leo kwa ile sehemu zetu zinakuzwa kahawa, bei ya kahawa inaanzia 120, kwingine ni 130, 140, 150, na bado tunasonga mbele. Tunataka kahawa iwe ni dhahabu ambayo itapatia wakulima wetu pesa kama zamani, waweze kuleta maendeleo kwa nyumba zao na wapeleke watoto wao shule. Kahawa, bei ya kahawa imepanda haijapanda? Imepanda haijapanda? Maziwa ilikuwa shilingi 33 2022. Leo hii maziwa ni shilingi 50 kwa lita moja. Wewe tajiri ujui tofauti ya shilingi 33 na shilingi 50 kwa sababu wewe unamudu. Lakini kwa mkulima mdogo kuongezeka kwa bei ya maziwa kutoka shilingi 33 mpaka shilingi 50 ni pesa mfukoni, ni pesa zaidi, ni watoto wamesoma, ni nyumba imejengwa, ni hospitali imelipwa. Niseme nisiseme? Tuendelee tusiendelee? Jambo la tatu ni mambo ya elimu.
2022 tulikuwa na upungufu mkubwa sana wa walimu katika taifa letu la Kenya. We had teacher shortage across the country. Kwa sababu kila mwaka serikali ilikuwa inaajiri walimu 5,000 kwa mwaka. Go and check your leaders. Check how many teachers we were employing every year before 2022. Ni 5,000, 4,000 kwa mwaka. Na katika manifesto yetu wakati tulikuwa tunaomba kura, tukasema elimu ni muhimu sana kwa wananchi. Mambo ya elimu ni mambo muhimu, kwa sababu elimu ndio inasawazisha mtoto wa maskini na mtoto wa tajiri. Wote wakisoma wanakuwa sawasawa na wote wanakuwa matajiri. Haijalishi mzazi wako alikuwa maskini ama tajiri. Ukisoma mtoto anakuwa anajimudu, anakuwa tajiri. Na kwa sababu elimu ndio inaleta usawa, tumetumia pesa nyingi ya serikali kuongeza idadi ya walimu. Ndio mtoto akifika shuleni akutane na mwalimu. And I want to challenge those who are saying that they can't see what this administration has done. Tulikuwa tunaandika walimu 5,000 kwa mwaka, 5,000 kwa mwaka, alafu tukaona tukienda na hii spidi hatutawezana na shida ya upungufu wa walimu. Tukaanza kuandika walimu 20,000 kila mwaka. Sasa tumefikisha walimu 100,000 wale wameandikwa katika utawala huu, na mwezi huu tunaongeza wengine 20,000. Na ukisoma katika manifesto ya UDA na Kenya Kwanza, tulikuwa tumesema miaka 5 ya kwanza tutaajiri walimu 116,000. We had committed in our manifesto to employ 116,000 teachers in Kenya to make sure the children of the rich, the children of the poor, all of them get teachers in school. They can have quality education. I am happy to report 4 years later, we are now going to surpass our own target. Instead of 116,000 teachers, by end of this month, we will have recruited 120,000 teachers in the Republic of Kenya. Kwa hivyo tukisema 2 term, sio 2 term ya mambo ya bure ya ujinga. Niseme nisiseme? Niendelee? Wale watoto wetu wote walikuwa wamesomea ualimu na walikuwa nyumbani. Wote we are mopping them into employment. And our children are going to get quality education. 120,000 teachers in 5 years. Ukifanya hesabu, utaona ya kwamba we are employing over 20,000 teachers per year. Na kama tungeenda na ile speed ya zamani ya walimu 5,000, it would have taken us 20 years to employ the teachers we have employed in 5 years. Rais ni fire, si fire? Fireman ni fire, si fire? Tuendelee tusiendelee? Tumejenga madarasa 23,000. Tumejenga mahabara ambaye ni laboratories ya watoto kufanya mambo ya sayansi 1,600 katika taifa la Kenya, ili tulete usawa. Mwanafunzi akienda kufanya mtihani hawe amepata laboratory ya kuona ile vifaa ambavyo atatumia siku ya mtihani, sio kuenda kukutana na microscope siku ya KCSE ama siku ya mtihani ya form 4. Tunataka kila shule katika Kenya iwe na mahabara, watoto wetu wasome ndio wasaidie taifa letu la Kenya. Tuendelee tusiendelee? Ni fire, si fire? Tumeongeza idadi ya wanafunzi katika vyuo anuai Technical Training Institutes kutoka
kutoka 297,000 mpaka 718,000. We have increased enrollment in our technical training institutes in the Republic of Kenya from 297,000 in 2022 to currently 718,000. And we have introduced reforms in the technical education sector, including the recognition of prior learning, including the dual training policy, including the modularization program, modularization curriculum that allows wale ambao wako na ujuzi tayari lakini wako na certificate wanaenda kwa TTI wiki 3 wanapata diploma yao kwa sababu wako na ujuzi tayari. Kile hawana ni certificate. Wanaenda tu wiki 3 wanafanyiwa assessment, wanapatiwa certificate, wanarudi wanaendelea na jua kali yao. Kwa watu wa matajiri hawajui hiyo ni nini, kwa sababu hawajui watu ya jua kali wanahangaika. Wanafanya biashara lakini hawana certificate ambayo ingempatia kazi hata ng'ambo. Mambo ya university education, tunaendelea kuboresha mfumo wa ufadhili wa elimu ya chuo kikuu, na tumeweka mswada sasa katika bunge la kitaifa ili kuwezesha tukienda mbele. Hakuna mambo ya sijui ati tupatie huyu mwanafunzi msaada kiasi hii ama msaada kiasi hii. Tumesema ya kwamba kutoka mwaka ujao mwanafunzi wowote, kijana msichana wa taifa la Kenya, bora umehitimu kwenda chuo kikuu, utakubaliwa kufanya ile kosi ambayo umechagua, na vile vile serikali ya Kenya itagharamia masomo ya wale wanafunzi wote ambao wataenda chuo kikuu. Hiyo mswada iko bunge, wabunge mpitishe haraka na msidanganywe sijui hii ni mambo ya campaign. Kila siku nimewaambia maendeleo ni hatua baada ya hatua, na hatuwezi kusimamisha maendeleo ati kwa sababu kuna uchaguzi unakuja next year. Uchaguzi utakuja na utapita, Kenya itabaki. Na wale watu wa kisirani wawachane na mambo ya kuchafua amani ya nchi. You should not talk as if Kenya is coming to an end next year. Kenya will remain. Mambo ya uchaguzi ni mambo ya siku moja. Wananchi wataenda wachague viongozi wao, alafu wale watapita wakuwe viongozi wa taifa. Wale watashindwa wangojee siku ingine Mungu atawasaidia. Wacheni kuleta kasheshe na fitina na vurugu na vita. Tuweke amani, tupige kampeni ya amani. Wale watashinda ndio watakuwa viongozi, wale watashindwa wangojee, wataongoza siku ingine. Kiona kiongozi yako na ujinga ya kuleta vita katika taifa, huyo ni mtu kumbavu. Mnasema tuendelee na kampeni ya amani. Mnataka amani katika nchi yetu? Mnataka amani ama vita? Ni amani ama ni vita? Ni amani ama ni vita? Wacha nione wale wanasema wanataka mambo ya amani jameni. Yes. 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 Kwa hivyo hapo ndio tumefikisha mambo ya elimu. Mambo ya afya. Jambo la 5 ni afya. Niseme nisiseme? Wakati Rais Ruto ameapishwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya miaka 4 iliyopita, kuna counties zilikuwa na wale walikuwa wanaitwa community health volunteers, lakini hawakuwa wanapata mapato, walikuwa tu wanajitolea, wanapewa kitu kidogo hapo. Counties zingine hazikuwa na wahudumu wa afya mashinani. Mheshimiwa Rais akaketi na baraza la magavana, wakakubaliana ya kwamba lazima tuwe na wahudumu wa afya mashinani. Wale watatembea nyumba kwa nyumba kusaidia wananchi ili magonjwa iweze kutambulika mapema kabla haijakuwa kubwa, kabla haijaleta gharama,
kabla haijaleta hasara, tukasema katika Jamhuri ya Kenya lazima kila kijiji, kila sehemu tuwe na mhudumu wa afya na tumtafutie vifaa. Akifika nyumbani anakupatia ushauri wewe na familia yako, anakupatia vile vipimo vya rahisi ambavyo havihitaji madaktari wakubwa. Anaangalia msukumo wa damu ama blood pressure, anaangalia temperature, anaangalia uzito wako, anaangalia urefu wako, kuangalia kiafya, na kama kuna dalili ya ugonjwa wowote anakutuma kwa daktari mapema, ndio ugonjwa usikuharibu na ugonjwa usikuletea hasara. Leo wakati tunaongea, tuko na wahudumu wa afya katika kila pembe ya taifa la Kenya 107,000, 107,000 community health promoters in every part of the Republic of Kenya, every county, every sub-county, every ward, every village kuna wahudumu wa afya. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Tukakubaliana national government itoe 2,500, county governments itoe 2,500, tuwatafutie sabuni kidogo, ndio hii kazi kubwa wanafanya, at least wawe wanasaidika kidogo. Vile vile national government ikawatafutia vifaa vya kufanya vipimo vya matibabu. Na vile tunaendelea, wiki ambayo imepita ambayo tumekuwa na kongamano la afya, Rais ametangaza mambo mawili katika hiyo sekta ya wahudumu wa afya. Ya kwanza, tumeanza sasa katika mwezi huu na mwezi ujao, tunaanza kuwatafutia ile medical kit, ile vifaa vyao. We are going to replace with new ones, ndio wawe na vifaa ambavyo tunaweza tegemea. Na amesema ataleta mpaka simu mpya, na sio simu ya kabambe, itakuwa simu ya smartphone ambayo itasaidia daktari wa mashinani katika kazi yake. Na hiyo kazi already tumeshaanza. Every community health promoter in the Republic of Kenya, in the next 2 months, we are going to organize and replace your medical kits, your phones, so that you can support the good work that you're doing. You can continue with the good work you're doing to protect the health of the people of Kenya, to save our families from disease, and by making sure every homestead has medical advice brought to their doorstep. They don't have to wait to go to the hospital. Iseme nisiseme? Iseme nisiseme? Niendelee nisiendelee? Ni fire si fire? Si ni fire sana? Si ni fire sana? Kwa hivyo mambo ya CHPs vile vile, Rais amesema at the end of the year, hii mwaka atafikiria aone hiyo ka allowance vile namna hii. Ni fire si fire? Ni 2 terms si 2 terms? Ni 2 terms si 2 terms? Ruto aendelea siendelee? Ruto aendelea siendelee? Wangapi wanasema Ruto aendelee, Ruto aendelee, Ruto aendelee, Ruto aendelee? Kama mnasema Ruto aendelee, hiyo ni 2 terms, si ndio? Ni 2 term. Muko kwa 2 term? Ama muko kwa ile ingine? Muko kwa hii ya ukweli? Mayanga hii. Wacha nione wale wanasema 2 term, 2 term, 2 term, 2 term, 2 term, 2 term, 2 term. Salala. Endelee siendelee? Ile NHIF ya zamani ilikuwa inasaidia Wakenya milioni 8 kati ya Wakenya milioni 55. Tukasema tutabadilisha hiyo mfumo,
Na hiyo mfumo sasa ni kuhakikisha hatutafanya vile NHIF ilikuwa inafanya, ati ili ujiunge na NHIF huwe na kadi ya matibabu, ati lazima uwe na mshahara ama uwe na biashara ambayo ina mapato ya kutegemewa. Tumesema kila mtu anaweza kuwa mgonjwa, awe na kazi ama hana kazi, awe na biashara ama hana biashara. Ugonjwa hautofautishi, na ndio unaona tumesongesha na tunaendelea na kusajili watu katika mfumo wa SHA, Taifa Care, wapate bima ya afya. Na leo tumefika milioni 32.3 ya wananchi wa Kenya ambao wamejiandikisha, wako na kadi ya matibabu, walio na pesa, wasio na pesa, walio na kazi, wasio na kazi. Wote ni wa Kenya na wanahitaji haki yao ya matibabu. Na tukiendelea, tunataka ifikapo mwisho wa mwaka huu tuwe tumefikisha Wakenya milioni 40, na mwaka ujao tufikishe Wakenya milioni 55 ambao wako na bima ya afya. Sijui kama tunaelewana jameni. SHA inafanya haifanyi? SHA inafanya haifanyi? Na mimi nawashukuru hawa CHPs, ndio wametusaidia kusajili watu katika SHA. Mmesaidia sana. Congratulations. Congratulations. Na tumesema CHP hoye. CHP hoye. CHP fire. Kwa sababu nyinyi ndio mmetusaidia katika mambo ya kuandikisha na kusajilisha Wakenya. Serikali imeamua pia tuwalipie SHA cover, Taifa Care cover. Hauwezi kuwa wewe ndiye unatetea familia zetu mambo ya ugonjwa, na wewe ukiwa mgonjwa hauna namna ya kutibiwa, ati ni lazima utoe pesa kwa mfuko. Kwa hivyo CHPs wote, rais ameamrisha kutoka Monday wawe na cover ya mambo ya afya. Hao watu watajua hawajui jameni. Wale wanashindana na sisi watajua hawajui. Na unasikia wengine wanasema sijui wataondoa SHA. Ukiondoa SHA ni hawa community health promoters unafuta kazi kama hujui vile unafanya. Yenye mtakubali mvutwe kazi? Mtakubali watu wa one term wafuta kazi? Ukisema utaondoa SHA, hiyo ni kutoa mambo ya CHPs. Kwa sababu ile NHIF haikuwa na uwezo wa kufadhili mambo ya CHPs. So, sio ni mambo ngapi? 5. Ukisahau mambo mingi, unataja 2 3. Unataja fertilizer, unataja bei ya kahawa, bei ya maziwa, mbegu ya ng'ombe, unataja mambo ya walimu 1,100. Hata ukisahau kila kitu, si namna hiyo? Unataja mambo ya laboratory 1,600, unataja vile wanafunzi wameongezeka katika TTI 297,000 to 718,000, unataja mambo ya university funding, unataja mambo ya community health promoters, unataja mambo mengi ambayo nimetaja. Niendelee nisiendelee? Ni leo si leo? Ni leo si leo? Ni Ruto si Ruto? Ni fireman si fireman? Wacha nione salamu ya leo ndio ile siku jameni. Kumbe leo ndio ile siku. Leo ndio ile siku. Jambo la 6 nikiharakisha ni mambo ya kuchunga barabara zetu na miundo msingi ambayo kwa kizungu tunaita infrastructure, na vile vifaa vinasaidia katika kuleta maendeleo ya nchi. Mwaka wa 2022 wakati tumeingia ofisini, tulikuta ya kwamba barabara zote Kenya zilikuwa zimekwama
na zilikwama 2019, 2018, 2020. Vile uchumi uliharibika, mambo ya corona ikakuja, Kenya karibu ifilisike. Sasa tukakuta madeni, contractors wamewacha barabara 2018, 2019, 2020 wameenda. Tumeng'ang'ana, tumetafuta pesa ya kulipa macontractor ambao walikuwa wanadai serikali. And I can proudly announce that the government of Kenya has paid all pending bills for road contractors across Kenya, a total of 177 billion shillings has been paid, and all the contractors now are back. Na wale hawajafika wako njiani kwa sababu hatuna deni hata ya shilingi moja na contractor yoyote wa barabara. Kwa sababu barabara italeta uchukuzi, watu wataleta vibaa vyao sokoni. Ukiangalia kwa kijiji chako ama kijiji ambayo ni next village, kuna mambo ya barabara ambayo imeanza ambayo haikuwapo. Ni kwa sababu serikali ya William Ruto imelipa contractors wote madeni, na sasa zile barabara zilikuwa zimekwama tunaanza kuzitandaza na lami. Kenya ikuwe nchi imeendelea kama Singapore, kama Korea, kama China, kama Malaysia. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Vile vile, wakati tumechukua usukani wa serikali, tumekuta ya kwamba wale ambao ni wanabiashara wadogo wa chini huku mashinani, mama mboga, wachuuzi, wanaume na wamama wachuuzi, mahali wanafanya biashara zao ni mahali duni, ni mahali kwa vumbi, ni mahali kwa mvua, ni mahali kwa jua, ni mahali kwa aibu, ni mahali kwa hatari, kwa sababu ni barabarani, mahali magari inapita, na saa ingine tunakuwa na ajali za barabara, zinaumiza watu, zinaua watu, kwa sababu mahali wanafanyia kazi ni mahali hatari, ni mahali kukinyesha mvua inaharibu mazingira, matope inakuja, jua inawachoma, vumbi ndio hiyo. Unauza nyanya imepigwa na vumbi, mwenye ananunua, wengine anaogopa kukuja hapo, mwingine anaogopa maradhi kwa sababu hiyo nyanya imepigwa na vumbi, iko na matope, iko na germs. Tukasema tutoe mama mboga, tutoe wanabiashara wadogo wadogo kwa aibu ya kufanyia biashara zao katika mahali ambapo hakuna heshima, tuwajengee masoko. Sasa katika taifa letu la Kenya tunajenga masoko zaidi ya 600 ambayo yanaendelea. Meru County masoko inaendelea, Tharaka Nithi inaendelea, Isiolo inaendelea, Embu inaendelea, Kirinyaga inaendelea, Kitui inaendelea. Hakuna sehemu ya Kenya imebaki, paka Mandera, paka Kwale, paka Busia, paka Turkana. Kazi ambayo inaendelea ya kuleta heshima kwa wanabiashara wadogo wadogo inaendelea Kenya nzima, bila ubaguzi, bila kujali ni nani alipiga kura, ni nani hakupiga kura, kwa sababu kura ni haki ya mwananchi. Na akimaliza kazi yake, wale wanapita wanakuwa viongozi wa kila mtu, sio viongozi wa wale waliochagua peke yao. Rais Ruto aendelee asiendelee? Ama nyinyi mnatafuta watu ya ubaguzi? Si wote wanakuwa watoto wako? Ukiwa mbunge, wale walikuchagua, wale hawakuchagua, wanakuwa wananchi wako, unawahudumia. Kwa sababu kura ni haki. Kura ni kubembeleza mtu. Akitaka anakupatia, akikataa unamwambia ni sawa, utanipatia siku nyingine. Kwani iko shida gani? Hawa watu ya kierere wanafanya siasa na kura ikue kama ni lazima ubembeleze wananchi bwana. Mimi na William Ruto tutakuja tubembeleze wananchi, watupigie kura, tuwaeleze, tuwabembeleze, tunyenyekee, tujieleze. Sio kujipiga kifua hapa na mambo ya bure, ati lazima unipigie kura.
Kwani wewe ni nani? Waende wasiende? Wapotee wasipotee? Ni bure si bure? Si ni bure sana? Unalazimisha watu wakupigie kura ukiwa nani? Who are you? Si kura ni haki ya mwananchi? Si mwananchi anachagua ule mtu anataka? Hey, it's as simple as that. So sisi tumejipanga vibaya sana. Mimi na William Ruto tumejipanga vibaya sana. Vibaya sana. Vibaya sana. Tuko chonjo, tuko rada. Hao wanaume wametawala na kudanganya wananchi miaka 4 sasa. Kwa sababu tulikuwa busy. Tulikuwa kazini ya wananchi. Tulikuwa kwa kazi ya kilimo. Tulikuwa kwa kazi ya mambo ya elimu. Tulikuwa kwa kazi ya mambo ya hospitali, mambo ya matibabu. Tulikuwa tunatafuta pesa ya kulipa contractors barabara zijengwe. Tulikuwa tunajenga masoko. Lakini mahali tunaelekea sasa ni wakati wa kujuana mbichi na mbivu, na wale ambao ni wanaume na wale ambao ni watu fake wanajifanya ati ni mashujaa na ni mtu ya makaratasi, mtu bure anajifanya hapa ni shujaa. Tuonane mundu kwa mundu, face to face, man to man, eyeball to eyeball, face to face, tujue nani kiongozi ni nani mtu bure. Na ile itaokoa mtu ni ile kazi alifanya. Wale watu wanaomba viti, kuna mtu hakuwa mkubwa katika serikali? Si wote walikuwa na viti kubwa? Wengine walikuwa mawaziri, wengine walikuwa hata naibu wa rais, wengine walikuwa makamu wa rais. Siku ile walikuwa na kirauni kwa kichwa. Watuambie ni project gani walileta Meru, Isiolo, Embu, Tharaka Nithi, Kirinyaga, Kenya nzima, waeleze project ya barabara, ya soko, ya hospitali, ya shule ile walileta. Na kama mtu ana rekodi atembee, aende akiendanga. Aende akiendanga. Ati upigiwe kura kwa sababu ya kuleta mambo ya ujinga na utoto. Ati ile kazi unajivunia, ati wewe unajiita shujaa kwa sababu ulitafutia rais nickname. Ati hiyo ndio kazi ile ya maana. Si namna hiyo? Alafu mwingine ati anajiita shujaa kwa sababu alipatia deputy president nickname. Kwanza kabisa, mambo ya nickname ni mambo ya watoto wadogo, sio mambo ya watu wazima. Ni kweli si kweli? Mambo ya nickname tulikuwa tunaitana ma nickname tukiwa lower primary school. Hapo ndio watoto, kwa sababu bado hawajakomaa, sio kwa ubaya, ni vile hawajakomaa. Wanaambia huyu unakaa hivi, unakaa kama sijui nini, wewe sijui nini. Lakini ukianza kukomaa, ukianza kwenda secondary school, mambo ya utoto unawacha. Unaanza kuongea kama mtu mzima. Unaanza kuongea kama kijana ama msichana mtu mzima. Ukiwa mzazi kama mimi sasa, mimi siwezi ongea mambo ya ujinga, siwezi ongea mambo ya utoto, mimi siwezi kuingia kwa mambo ya nickname. Mimi ni kiongozi na mimi ni mtu mzima, mimi ni mzazi, siwezi fanya kazi ya utoto. Ati kiongozi anasema atachaguliwa kwa sababu alipatia rais nickname, ati anamuita Kasongo, akapatia deputy president nickname akamuita Soprano, ati akapatia sijui nani nickname. My friend, if that is the kind of politics you're bringing, let me tell you, my friend, your days in politics are numbered. I announce to you today, mene tekelu parsin. Your days in politics have been counted. You have been weighed and found wanting. You have been weighed and be found wanting. Your days in politics are numbered. Mene tekel urparsin. Out ninja. Ama namna gani? Si out ninje. Si out ninje. Si out ninje.
Aende asiende? Waende asiende? Wangapi wanasema wale hawana rekodi waende? Hey, yeah. Mtu ako na kiburi mingi. Unajua ushujaa wa mwanaume ni ile kazi umefanyia familia yako na ile kazi umefanyia wananchi kama we ni kiongozi. Kwani familia inaongozwa na kifua ama na akili? Wale ambao ni wazee, unaongoza familia kwa kifua ama akili? Unajua vile utakaa na bibi yako, unajua vile utakaa na watoto wako, unajua vile utakaa na majirani wako. Hawa watu walipata nafasi, hawakuwalao wasaidiwe na wazee vile mtu anakaanga na viongozi wale wengine. Vile unakaa na baba yako, vile unakaa na mdogo wako. Hawakuingia that school of formation. Walikuwa raw material, unfinished product. Wakaenda mahali kubwa, wakaharibu kazi, wakafukuzwa na Kenya. Mimi hata sikuwa hapo, siku ya kufukuzwa. Mimi nilikuwa napigana na magaidi kule Lamu, kule Northeastern, kule sijui wapi, hata hii Meru North, hata kule Kerio Valley. Mimi nilikuwa busy, sikuwa nafanya mambo ya siasa. Lakini lazima ujue vile utakaa na bosi yako rais, vile utakaa na wabunge, na governors, na wananchi, ndio usiletewe matatizo. Alafu sasa watu wakaenda Kenya mzima wakafukuza. Yaani unafukuzwa mpaka na mjumbe wa kwako nyumbani. Ati mimi saa hii hata nikipata matatizo, ati hao wabunge wako hapa, watu ya nyumbani, ati ndio wako mbele kusema nitolewe. Si nitakuwa mtu kumbavu kabisa? Si nitakuwa bure? Hata ukikosa mbali mpaka mtu ya kwako nyumbani anakufukuza. Unafukuzwa na watoto, watu wadogo. Si ungenyenyekea kama baba, kama kiongozi, uongee nao vijana. Uambie unajua pole mheshimiwa, si kwa ubaya. You are still the boss. You are still the boss. Hata ukiongea hivi you are still the boss. Kuja babangu, usiniaibishe kijana yangu, unajua mimi ni babako, usinivue nguo mbele ya watu tafadhali. Naomba. Kiongozi akiongea hivi hakuna mbunge ataenda kumsukuma pale. Lakini kujifika kifua ati nimewapatia wiki 2 mpige magoti ama mwende. Niseme. Tujenge soko tusijenge. Tujenge barabara tusijenge. Si ni Kinoru Stadium. Ilikuwa imeanza katika utawala uliopita, lakini sasa kuna pahali Kenya kuna stadium 33 ambazo zinajengwa na serikali ya William Ruto sasa hivi. Kiwanja kama hii Wajia, Tharaka Nithi, sijui wapi, Kenya nzima. Na ile kiwanja kubwa iko pale Nairobi inaitwa Talanta Stadium. Kiwanja ambaye haijawahi onekana. Mara ya mwisho Kenya kujenga kiwanja ilikuwa mwaka wa 1987 wakati mzee Moi alitujengea uwanja wa Kasarani kwa sababu ya All Africa Games in 1987. That is the last time the government of Kenya built an international stadium which meets world standards. 39 years ago is the last time Kenya built an international sports stadium. The next time is this time. William Ruto has built and completed Talanta International Stadium, and All Africa Games inafanyiwa hapa Nairobi mwezi wa February next year. Na hiyo ikiisha, kiwanja itatumiwa na watoto wa Kenya wakuze talanta zao, wakuwe hodari kama vijana wengine. Sio mtoto lazima, sio watoto wote wanabarikiwa na mambo ya kusoma vitabu. Wengine wamebarikiwa na michezo na mbio na mambo ingine. Hiyo Talanta Stadium ni ya kukuza vipawa vya watoto wa Kenya, waende ulimwenguni wakashindane na wenzao, wapate riziki, wajenge familia zao. Na sio talanta peke yake.
tunajenga stadium zingine 32 katika kaunti zote za Jamhuri ya Kenya. Tutahakikisha kwamba hata zile kaunti zimebaki zitapata stadium, na ndio tunasema William Ruto ni tu. William Ruto ni tu. Wenye wivu ajinyonge. Wenye wivu. Bas, kwa hivyo mimi nilikuwa nataka niwaambie kwa ujumla mahali tumefikisha mambo ya maendeleo, lakini bado hii nchi yetu ya Kenya iko na uwezo wa kukua na maendeleo sawa na maendeleo ambayo yako katika nchi zilizostawi kama Marekani, Canada, Australia, China na Europa. It is possible, and we have committed to make sure that this country reaches first world economic status in the next 30 years. Kenya must change. It is possible, and that is why we have spent 4 years, 5 years laying the foundation for a future better Kenya, and we will be coming back to the people of Kenya next year to ask for a second term so that we can build on that foundation. And even after those 5 years, we will be entrusting the country, the nation of Kenya, to reform-minded, policy-driven, idea-driven leaders so that we sustain the momentum of development for a whole generation, so that we can transform Kenya into first world status in a single generation. Mimi nimesema hivi, Kenya iko na uwezo wa kupata maendeleo kama nchi zilizostawi kule Marekani, Europa na China. Lakini itahitaji tuwe na msukumo wa maendeleo ambao utakuwa unaendelea kwa zaidi ya miaka 30, miaka 40. Siku hiyo William Ruto hatakuwa rais. Siku hiyo hata fireman atakuwa ameritaya. Lakini Kenya bado itakuwa hapo. So we have a duty to protect the future of the country and to make sure there is continuity. The biggest threat to developing countries, the biggest threat for Africa is policy disruption, where every new administration reverses the gains that they have found so that they can look important. In the process, they disrupt the infrastructure program, they disrupt the health program, they disrupt the education reform program, and that is what puts Africa backward because of policy disruption. Haijalishi nani rais, haijalishi nani naibu wa rais, haijalishi nani governor, maendeleo ya nchi, maendeleo ya taifa lazima iendelee. Ukikuta barabara imejengwa kiasi hii, ongezea. Ukikuta SHA imeanza, ifanye iwe bora zaidi. Ukikuta mambo ya masomo imefanywa, endelea na hiyo masomo. Sio kusema ati mimi nikiingia siku ya kwanza, mimi nitatoa hizi vitu zote za Ruto ndio nionekane hata mimi ni shujaa. Sio vitu za Ruto, ni vitu za Kenya. Kwa sababu Ruto is just president for the time being. Kulikuwa na wengine na kutakuwa na wengine. Wacha kuongea mambo ya kiongozi binafsi, ongea mambo ya taifa la Kenya. Ni kweli si kweli? Mnakubaliana na mimi? Ama niko peke yangu? Mko na mimi? Ama niko peke yangu? Ya ukweli? Wacha nione wale wanakubaliana na mimi jamani. So hapo ndio tumefikisha. And so nilikuwa nataka ndio tuende tukimalizia sasa, CSP moja aseme dakika moja tu, aseme kitu nisikie, labda kuna mambo anataka tufanye, mambo ya afya. One CHP apewe mic, aseme kitu, anaweza hata kuja hapa. Community health promoter moja kuja hapa karibu na fireman. Ngoja wewe. Sema kitu my sister. Sema jina yako.
Relax vijana, kidogo tu. Sema kitu na useme jina Afya yako yetu. na mahali unatoka. Afya yetu. Majina yangu naitwa Jacqueline Deji Mochongo. Nimetoka kule Mbeere South na huko tumefanyiwa mambo makubwa sana. Fire si fire. Haya. Fire si fire. Haya. Kindiki si fire. Fire. Fire si fire. Haya. Mheshimiwa wetu tunakupenda. Ni sababu ya mambo ambayo ametufanyia. Ametuahidi mambo ya kits ambayo tutapata mwezi unjayo. Fire si fire. Fire si fire. Tumetendewa mambo makubwa. Tumeanza kulipwa tangu waingie kwa serikali. Tuko na kulipwa pesa ambayo tunaifanyia. Fire si fire. Fire si fire. Wakati mwingine hatukuwa tunalipwa, lakini mheshimiwa umetuheshimisha. Tumeheshimika Masilani. Tumepewa kits, tumepewa mambo ya kupima pressure, kilo. Wote tunafanya. Watoto wetu hawagonjeki. Fire si fire. Fire si fire. Kindiki si fire. Nione tamu ngapi? Tam. Wake up, Thank you. Fire. Thank you very much. Tunakupenda mheshimiwa. Asante. Thank you very much. Asante CHPs wetu. We are replacing your kits. The president has also assured you that he is looking at your ile allowance. By the end of the year, ataona what is possible. Ndio tuiteremshe juu kidogo, ipande kidogo. So, na hawa CHPs ni watu ya maana sana. This is the frontline army fighting against sickness, disease and death. Hao ndio Mungu na serikali wanategemea kuwa mstari wa mbele kupambana na maradhi, ugonjwa na kifo ambacho ni cha awali. We don't want the people of Kenya to die before their time. If there is anything we can prevent, ipatikane mapema, tupate dawa, Mungu naye asaidie. Our CHPs, nilisahau kusema, wakati wako na mgonjwa ambaye ako na what we call chronic disease, ule ugonjwa ambao ni wa muda mrefu, ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa moyo, wakati huyo mgonjwa wako nyumbani, ama ugonjwa wa figo, hao ndio wanatembelea huyo mgonjwa na wanamuuliza, umekunywa dawa? Ulikunywa dawa ya wiki hii? Wanamkumbusha. Hawa CHPs wako na kazi, hawana kazi? Si wako na kazi kubwa sana? Ni fire si fire? Ni noma si noma? Kabla sijaita mwingine aseme kitu, mnajua ya kwamba tuko na kategori ingine ya wazee wa mitaa. Hawa wazee tangu zamani, tangu jadi, wamejitolea muhanga kusaidia serikali huku mashinani. Wamehangaika siku nyingi, na katika miaka yote ambayo tumekuwa na wale wazee wa mashinani ambao tulikuwa tunaita area managers, village elders, hakuna serikali hata moja ambayo iliwatafutia pesa hata ya sabuni jameni, hata kama wanafanya kazi ya kuhudumia, hata kama wanafanya kazi ya kujitolea. Just like CHPs ni kazi ya kujitolea, lakini jameni, hata pesa ya sabuni, hata ya lunch, na kama village elder ni mama, hata pesa ya kilo moja ya sukari, hata kama ni mzee hawezi pata hata kakitu. Ndio hata kama ni siku moja kwa wiki ananunua kilo moja ya nyama, akifika nyumbani anakaa kama mtu wako na maneno mzuri hapo. Si namna hiyo? Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi, serikali nyingi ambazo zimepita zilikuwa zinaogopa jambo hili kwa sababu gharama
iko juu sana kwa sababu tuko na wazee wengi mashinani. Vile rais ameamua ni kwamba kutoka mwezi huu mzee wa mitaa Kenya nzima atakuwa na kitu ya kununua sabuni jameni. Na mimi nataka niwasihi wazee, hiyo miaka yote mmehudumu bila mtu yoyote hata kuwatambua. Mheshimiwa rais wetu amehakikisha ya kwamba tumeanza sasa kuangalia masuala yenu. Labda hiyo ambayo tumeanza nayo na ni kidogo kiasi, lakini kama vile CHPs tumefanya, tutaendelea kuona kulingana na vile uchumi huko, tuone vile tukienda mbele. Hiyo maneno pia tuangalie, kwa sababu tunataka tutambue, tuheshimu wazee wetu wa mitaa kwa kazi nzuri ambayo wanafanya mashinani. But we have already started. No other government started anywhere, even with 1,000 shillings. Mimi nataka niambie ni serikali gani hata ilitafuta shilingi 1,000 ya kupatia hao wazee? Hakuna. Iko ni Ruto si Ruto, ni Ruto si Ruto. Wangapi wanasema Ruto aendelee, Ruto aendelee, Ruto aendelee? Yeah. Yes. So mimi nataka tafadhali tuvumilie. We will see how with time and the economy allowing how we can improve. But at least this government has moved from theory to practice, has moved from talk to action. And from this month, our elders will get a token to appreciate them for their selfless service to our country, to our villages. Hao ndio wanajua maboma yetu, mahali kuna shida, mahali kuna matatizo. Jirani wako na matatizo ya shamba hapo kidogo, wanawazungumzia vijana wetu, wale wanaingia kwa madawa, wanawasaidia, wanawapatia wasia. These village elders are a strong instrument for national stability, social progress. And I want to ask you, good people, CHPs, village elders, nyinyi sasa, kwa sababu nyinyi ni maajenti wa serikali ya Kenya, nyinyi endeni mukiwa na mamlaka, mukiongea mashinani, munaongea kwa niaba ya serikali ya Kenya, munaongea kwa niaba ya rais wa nchi, munaongea ile mambo serikali ambaye ni serikali yenu imefanyia wananchi. Na mimi nataka niwaambie hivi, kwa sababu nyinyi ni watumishi ambao ni watumishi wa umma na wa serikali, muendelee na hiyo kazi. Na nimesema hivi, serikali zinakuja zikipita, lakini taifa linabaki milele. Si ni kweli? You must work not just with this government, but with every other government that is elected by the people of Kenya, because Kenya is bigger than any one particular government. Si namna hiyo? Si Ruto ndio ameanza hii mambo ya kutambua wazee wa mitaa? Si siku ile Ruto ataenda retire kutakuwa na serikali nyingine? Hiyo ndio serikali itakuwa, na nyinyi mtaendelea kutumikia serikali zitakazofuata, kwa sababu Kenya ni kubwa kuliko serikali ambayo iko saa hii. Our country is superior. Wacha mzee, sema jina yako, sema mahali unatoka, na useme jambo moja dakika moja na huyo mzee mwingine. His Excellency the Deputy President wa Jamhuri ya Kenya, all protocols observed. Kwa majina naitwa Geoffrey Kinyua Nabea kutoka kule Isiolo. Mimi uko Isiolo ni member wa Council of Elders living in Isiolo, na pia mimi ni mzee wa mtaa. Na ndio tunasema serikali imetukumbuka, na ndio tunasema Ruto 2 term, Kindiki 4 term. Alafu niseme mimi ni mzaliwa wa Meru. Mimi nimetoka North Imenti ambaye mimi naona raimu wako hapa,
lakini kwa bahati mbaya sina kura yake. Mimi nilihamia kule Isiolo ile miaka na tumetambulika na jamii zingine zile zinaishi Isiolo. Mimi nimetoka hapa Monitho, lakini nilihama migrated to Isiolo. Mimi ni mtu wa Isiolo. Tuseme bila mimi nataka kusema Isiolo is a cosmopolitan county ambayo tunaishi na kabila zote za Kenya zile zinaishi Isiolo. Na niseme tuko chini ya gavana Abdi Nguyu ambaye anapenda kabila zingine zote, na hapa tuko mbele yangu tuko na mzee Omar Ngondana ambaye ana represent kabila zingine. Tuko hata hapa na Turukana. Wazee wa Turukana wako hapa, wazee wa Somali wako hapa, wazee wa Ngabura wako hapa ambaye wako represented na mzee Omar. Asanteni. Tunasema Kindiki 4 term, Ruto 2 term. Asanteni. Huyo mzee ni fire si fire. Endelea mzee. Basi mgeni wetu wa heshima, ndugu yangu Daktari Kindiki, viongozi ya tabaka mbalimbali walioko hapa wamejipanga pale nyuma. Nasema asante sana mheshimiwa kwa hii mwaliko ya siku ya leo. Sina mengi, nitasema machache lakini na hakika itaeleweka. Mimi nimetoka Isiolo County na wakilisha Council of Elders wa kutoka Isiolo County kwa sababu sisi ni majirani. Sababu ya mimi na ndugu yangu huyu kuwa hapa inamaanisha rangi ni tofauti, lakini sisi ni watoto ya baba moja, watoto ya mama moja, na hiyo baba na mama naitwa sisi ni wa Kenya. Kabisa. Kenya hii yetu kutoka Daktari Ruto mpaka Daktari Kindiki tuko kuongozwa na watu wenye elimu ya kutosha. Kwa hivyo sisi tunaenda mbele. Fire si fire. Fire si fire. Fire. 2 term si 2 term. 2 term. 4 term si 4 term. 4 term. Hebu munionyeshe kwa mkono. Very good. Thank you very much. Asante sana. Thank you very much. Ndugu yangu, kidogo nikitaka kuguzia mambo moja kwa sababu chance kama hiyo hupatikana once in a while. Siku ile nilikuwa Embu, mheshimiwa daktari, ulijua kile nilisema. Lakini leo niko na format tofauti. Katika Isiolo County I am one of elders ambaye wanaitwa peace ambassadors. We don't joke with our mother. We don't joke with our father. Kwa sababu wao ndio wametufikisha hapa. Taifa la Kenya ndio mama na ndio baba, wanaotaka kulete furugu wale wao. Sisi kama Isiolo County tuko tayari kuendelea na amani yetu. Mheshimiwa daktari, nilikuwa naomba hivi. Tuko na wazee wa John Chege. Tuko na wazee ya Kiama. Tuko na wazee wa Isiolo County Council of Elders ambaye wote ni wa kujenga amani. Naomba utuletanishe pamoja siku ya uchaguzi mkuu, tujenga amani ile itadumu katika taifa letu la Kenya. Na wale ambaye wanataka kutuonyesha ya kwamba wanajua ubaguzi, basi ni wale wao hapa Eastern hawana nafasi, Northern Kenya hawana nafasi. Sisi yote tumejiunga, tunasema amani iendelee, Ruto aendelee, Kindiki aendelee na wajitafutie chance yao wengine. Lakini hawataweza kufuruga amani yetu. Fire si fire. Fire. Fire si fire. Fire. Ruto ni 2 term si 2 term. 2 term. Hebu onesheni kwa vidole. 2 term. Wow. Daktari Kindiki ni 4 term si 4 term. 4 term. Sisi watu ya hapa Eastern tuko na bahati leo kwa kukua na deputy president. Thank you very much. Maneno ya kudanganywa, sisi si watu wa kudanganywa. Sisi kama watu wa Isiolo, watu wa Northern Kenya, tulipitia taabu na tulikuwa navumulia kuwa wa Kenya. Leo tunajifunia kuwa wa Kenya. Unajua ni kwa nini? Vitambulisho tunapata bila condition. Passport tunapata bila condition. Very good. Everything tunapata. Very good. Kwa nini tunaenda opposition? We shall never go for that. Thank you very much, daktari. Asante na shukuru. Thank you mzee Omar. Huyo mzee Omar asante sana. Ni fire sana. Mzee
kupitia kwa naibu wa rais wa nchi yetu ya Kenya, viongozi wa tabaka mbalimbali ambao wako hapa. Nimekuja mbele zenu kujitambulisha. Kwa majina yangu naitwa James Kirega Ndagara kutoka Ukambani, sub county inaitwa Thagishu. Watu wa Thagishu na watu wa Ukambani tumeungana nanyi siku ya leo ili kusherehekea sherehe ambazo mheshimiwa naibu wa rais ameita wazee ambao wameingia katika serikali, ambao sasa wanalipwa pesa na serikali. Na kwa kweli tunahitajika tusifu serikali yetu ambayo inaongozwa na rais wetu ambaye ni Ruto, ambaye tunasema yeye ni tutu. Tunasema ni tu na naibu wa rais Fota. Asante. Fota. Basi naibu wa rais, na kuomba kwa heshima ututembelee Ukambani. Mimi ni mmoja wapo, tunaungana na Wakamba wale ambao tunaunga chama cha UDA mkono ili tuweze kuchagua serikali yetu mara ya pili, ili uweze kuingia kama naibu wa rais na 2032 ukuwe rais wa nchi ya Kenya. Thank you very much. Utaniruhusu kidogo. Kuna mambo ambayo tumefurahi kwa sababu ya serikali ya Kenya. Moja, mlipoingia mlisema wazee wale wanalipwa pesa watakuwa wanalipwa mishahara yao kabla ya wafanyikazi wa serikali. Ndivyo wazee wanafanya, si ndivyo? Very good. Mkasema vijana watapasa pesa ya nyota. Vijana wamepata pesa ya nyota na serikali gani? Kwa hivyo tuangushe ama tuwainue? Ni tutamu ama si tutamu? Fire si fire. Fire si fire. Ni noma si noma? Noma. Nikimalizia mheshimiwa, wazee wale wameritaya kama mimi nilikuwa senior assistant chief, mishahara benefits zetu sinachelewa, na kwa sababu uko hapa ninakaomba kaweze kufanya vile mmefanya, kwamba wale wanaritaya benefits zao zinatoka mapema ili pia wasikie kwamba wako katika serikali. Very good. Ya mwisho ni wale makansalas ambayo wako pale nyuma walikuwa makansala na wakaritaya pia ama wakatoka, washughulikiwe, maana ni wazee, kwa sababu hawana chingine, wajivunie nchi yao. Mungu awabariki. Asante sana. Very good. Asante. Na kuna jambo moja, barabara ya Kanduya. Mheshimiwa ulifanya vizuri sana. Tayari inaendelea kutoka pale chini ikiteremka Shaikuru, inaendelea. Na hiyo ni juhudi yako bila ulikuja. Asante sana na tutanguunga mkono. Asante sana. Hiyo barabara lazima tujenge. Inaenda kwa rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa makamu wa rais zamani. So lazima tumsaidie apate barabara, ni mtu mzuri. Hata kama anatembea na watu wengine hapo ambao sio wazuri sana. Sasa ngoja mheshimiwa. Nimesikia mambo ya former councillors. Kwanza simameni madiwani wetu wa zamani. Pigieni makofi madiwani wetu wa zamani jameni. Hey, kumbe ni jeshi kubwa hivi. Hawa viongozi ni fire si fire. Ni noma si noma. Pungieni wananchi mkono former councillors. Thank you very much. Tunawatambua na nimesikia nitatumana kwenu, ndio sasa saa hii tuone vile tutatengeneza maneno. Asanteni sana. Thank you very much. Endelea mama. Mheshimiwa naibu wa rais, viongozi wote walio mahala hapa, na wasalimia katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa naibu wa rais, langu ni kukupea shukrani za dhati pamoja na serikali ya Kenya Kwanza, kwa maana hayo yote ambayo umeongea. Sema jina na county. Majina ni Eva Nkadha, nimetoka Tharaka Nithi County. Nimefurahi sana kwa kuwa hapa siku ya leo. Nasema pia wewe ni former MCA. Mimi ni former MCA. Bwana Yesu asifiwe. I'm so happy. When you are happy, the excitement leads you direct to your wants. Okay? Mheshimiwa naibu wa rais, hayo mambo umeongea yote tumeyaona, especially sisi kama former MCAs ambayo nimewakilisha hapa.
Tena mimi kama mama, wamama wenye wako hapa, kila mama anakuwa na kitchen garden. Waheshimiwa wenye tulienda nyumbani tunalima, mnajua mbolea imeteremka bei, mnajua maneno yote ambayo tumeambiwa yako ya ukweli. Si ni sawa? Kwa hivyo tunashukuru. Na nimesimama hapa naibu wa rais nikiwa na ujumbe mmoja kutoka kwa hawa watu. Nashukuru kwa kuwa watu ni former MCA. Former MCAs. Kutoka hii nchi ipate uhuru, hakuna wakati mtu akiitwa jina former huwa anatambulika. Power zako zinaisha ile siku unaenda nyumbani. Lakini serikali ya William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki imekuwa ikitambua grassroots leaders kila wakati. Makofi ya wao wangwana. Ni 2 term, si 2 term. Ni 2 term, si 2 term. Nionyesheni kwa ishara ya mkono 2 term, 2 term. 4 term kwa naibu wa rais kutoka 2032. Mheshimiwa naibu wa rais, hawa watu walikuwa na kesi tulipeleka mahakamani juu ya ile miezi, unajua tulitoka kwa ofisi kama hatujalipwa miezi 8. Okay. Na that case was terminated. We proceeded to the Court of Appeal. We don't know how it went from there because we are now out of power. Taenda kufuatilia. Sawa. Hiyo kapesa ikikuja tutafurahia. Thank you very much. Na pili, Mheshimiwa naibu wa rais, sisi tuko nyuma yako. Tunajua wewe ni kiove yetu. Tutasema kiove, shika, 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 shika mpaka tumalize mkondo. Asante. Bwana Yesu asifiweni. Amen. Wamama wenye wako hapa, na waomba mkumbuke ya kwamba hata wakati Yesu alizaliwa na mama. Kwenda mpaka kusurubiwa, mama alikuwa nyuma. Siku yenye alifufuka ni mama alipata ujumbe. Kwenda kusema Judea, Jericho, Galilii, kila mahali ni mama. Wamama tutasimama na naibu wa rais na Rais William Ruto. Nionyeshani kwa mkono. Ni 2 term, si term. 2 term, si 2 term. Fireman. Nani wako na fireman? Nionyeshani kwa mkono. Asanteni sana. Thank you very much. Mungu awabariki. God bless you. Mtembee mkinyeshewa baraka za mvua. Amen. Amen. Asante. Ngoja kidogo mzee, ngoja kidogo. Kuja. Mzee, kuja baba. Lakini ngoja kidogo nifanye recognition hapa. Nimesikia former MCAs wamesema wangetaka serikali ifuatilie. Kuna maneno walikuwa hapo the last 8 months walikuwa na matatizo fulani hapo kupata hela yao. Nitaenda nishughulikie, nifuatilie hayo maneno kupitia leaders wenu. Kwa hivyo kwa heshima nataka vile tujue ya kwamba mtu akitoka kitini, kama ni assistant chief ama ni village elder ama mtu amekuwa katika wadhifa wote ule, huyo mtu ni wa maana sana, kwa sababu hao ndio wanasaidia wale wako kwa viti saa hiyo. Hao ndio wanampatia mawaidha. Ndio tunauliza hata rais wetu mstaafu aendelee kuwa kiongozi wa kushauri taifa, kwa sababu yeye ndiye tuko naye peke yake. We don't have another retired president. Hatutaki rais wa 4 wa taifa la Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, aingizwe siasa ya kuchochea na kugawanya nchi. Yeye ni kiongozi amestaafu, akae hapo mtu ya kutushauri na kusaidia taifa, kwa sababu yeye ndiye the only retired president we have. We cannot afford him to be used by characters who want to advance their partisan things hapo, alafu wamuingize kwa matope. Ni kweli si kweli? Mnakubaliana na mimi? Yeah. When you retire from work, hiyo ni heshima kubwa sana. Ni kama kuwa mzee. When you should watch over your family, your children, your grandchildren, advise people, kwa sababu wewe umeona kila kitu. Wacha kwa heshima kubwa ni waulize wale ambao ni MCAs wa zamani, wasimame tuwapigie makofi. MCAs, those are our former members of the county assembly. Mpaka nimeona wengine siku hizi wamekuwa wadosi.
Nimeona speaker wa Meru County Assembly yako hapo. Nimeona Deputy Governor wa Tharaka Nithi is a former MCA, apigwe makofi. Nimeona Women Rep wa Tharaka Nithi is a former MCA, apigwe makofi. Na hao waheshimiwa wote. Nimeona pia, kwani Tharaka Nithi ndio ma MCA wana sasa nyinyi kaunti zingine mmeona example. Hiyo ndio bottom up. Senator wa Tharaka Nithi pia is a former MCA. Na hao MCAs wengine wote tuwashangilie jameni. Pungieni mkono wananchi, pungieni mkono viongozi. Thank you very much for my MCAs. Endelea mzee. Your Excellency, distinguished guests, wananchi, hamjambo. Hamjambo. My name is Bernard Maina Githaiga, a retired, not tired, head teacher, just here at Kangeta. Mine is just only one. Lakini umetoka Mwea mzee. Na nimetoka Mwea. So the government thought of myself coming here to teach the Marians. So we are good friends. Ours is just only one. We have come to give the solidarity to our deputy and His Excellency the President. Tumesema Ruto how many terms? Nataka kusikia kama mwalimu. Ruto how many terms? Aya. Kindiki how many terms? Kindiki how many terms? Aya basi. Sema nyuma yangu. Oe Kindiki ageuka gũtuĩka DP ngoria ũrarĩkũ. Aya nitanyorosa, umesikia nilikuwa mwalimu. Aya, sema oe Kindiki ageuka gũtuĩka DP ngoria ũrarĩkũ. Isema ratũraga mbunge okirĩte ki. Ratũraga mbunge okirĩte ki. Useme weru wake. Ici cia Kindiki nĩ ikũraũra. Ici cia Kindiki nĩ ikũraũra. Wake na Kindiki nĩ ekũrahũra iweru wake. Oe Kindiki kaĩ gũtuĩka DP ngoria ũrarĩkũ. Ratũraga mbunge okirĩte ki. Ratũraga mbunge okirĩte ki. Ici cia Kindiki nĩ ikũraũra. Ici cia Kindiki nĩ ikũraũra iweru wake. Fire see fire. Fire. Fire see fire. Fire. Githaiga fire see fire. Fire. Asante sana. Thank you mzee. Asante sana. Asante sana mzee. Thank you very much. Ameongea kwa niaba ya wazee kutoka Mwea Council of Elders. My sister Kanana, hiyo ni mama wetu wa maendeleo ya wanawake. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Profesa Kindiki, mtoto wetu, leo kama kuna jambo umefanya, umeunganisha Mount Kenya East. Jina naitwa Kanana Ntere. Mimi ni chair wa maendeleo Meru County. Pamoja na mimi hapa niko na chair wa maendeleo Tharaka Nithi, Aniseta ako pale. Niko na chair wa Embu na niko timu ya Meru County ya maendeleo wamejaa hapa, Tharaka Nithi wamejaa hapa, Embu wamejaa hapa. Sisi kama akina mama wa Mount Kenya East, wasee waliketi juzi wakasema profesa aendelee tamgapi, Rais Ruto aendelee tamgapi. Sisi kama akina mama tumesema tuwezi pitana na vile wasee wamesema.
Na tunasema mtoto wetu Kindiki mpaka apewe 4 terms. Kindiki fire si fire. Fire. Fire si fire. Fire. Akinana mama muko. Hey. Karoke kamweko nukareko kamwana ndaka. Kange kareko. Tunasema Kindiki ni fire si fire. Au ni otore? Naikuweka sana profesa. Waheshimiwa wote tunawashukuru. Asante sana mheshimiwa. Tutakuwa pia tutawatengenezea forum ya maendeleo ya wanawake. Ndio pia kina mama watuambie mambo yao vile wangetaka serikali ishughulikie agenda ya kina mama. Si namna hiyo? Hao watu wengine umesikia wakitambua maendeleo ya wanawake? Si wanatembea tu hapo na vijana wakipiga kelele hapo, si ndio? So bas ngoja. So sasa nataka tutambue viongozi ambao nimesema leo mkutano ulikuwa wa grassroots leaders. Sio viongozi wale tuko huko juu, tuko kwa viti. Ilikuwa ya hao kwa sababu they never get time. Sisi tukifanya mikutano, unaanza na MCA, unaenda MP, unaenda hivyo. Hawa viongozi hawapatangi nafasi. So leo mkutano ni kama tumemaliza kwa sababu ulikuwa mkutano wa kuongea na grassroots leaders, mahali tumefikisha mambo ya maendeleo, lakini pia tusikize kama saa hii nimesikia maneno fulani hapo ya pension, nimesikia maneno fulani hapo ya former councillors, nimesikia mambo ingine hapo ya former MCAs. So mimi nataka ni washukuru viongozi ambao wako kwa viti saa hii, wale walifika kuwasikiza pia. Walikuja leo kuwasikiza na hiyo ni heshima kubwa sana. Kama uko kwa kiti na uko na ujasiri wa kusikiza walio chini yako ambao wewe unawaongoza, wewe ni kiongozi mzuri. Kwa hivyo nataka nitambue sitting leaders ambao walifika, na nitafanya hivyo category by category. Nataka MCAs wote wa Tharaka Nithi wakuja wasimame hapa. Nitataja majina yao wote wale wako hapa. MCAs from Tharaka Nithi County, come here. Haraka tafadhali. Ama yes, kujeni haraka. Tharaka Nithi MCAs, those who are present. Tuharakishe, fanya, sorry, acha tusumbue. So, asanteni sana waheshimiwa. Hawa waheshimiwa MCAs ni fire si fire? Ni noma si noma? Nikisoma jina yako, unainua mkono, unarudi. Tafadhali. Nimeshaeleza, we cannot all of us speak. Honorable Gitonga Kithuka, MCA wa Nkondi na Deputy Speaker wa Tharaka Nithi County Assembly. Mheshimiwa Njeru Ing'ara, MCA for Igamba Ng'ombe. Mheshimiwa Rispa, nominated MCA. Mheshimiwa Kamunyo, MCA for Marimanti. Mheshimiwa Wanja Karoko, nominated MCA. Mheshimiwa Maogo, MCA for Mudhambe Ward. Mheshimiwa Wachogoria Magwera, apigwe makofi. Mheshimiwa Luke Marengo, MCA for Mukodhima. Mheshimiwa Kireko, MCA for Mogwe. Mheshimiwa Gakuota, MCA for Mwembe. Lakini siku hizi ni kanusu.
Huyu ndiye mkubwa wao. Huyu ndiye speaker. Nitakuintroduce mwisho. Mheshimiwa Fatuma Murungi, MCA nominated from Chuka. Mheshimiwa Mutwiri, MCA for Gatunga. Mheshimiwa Mwangi nominated Mwaura. Mheshimiwa ZK, member for Chiakariga. Mheshimiwa Lucy nominated. Mheshimiwa Kabawanja nominated. Mheshimiwa Mudhoni nominated. Mheshimiwa Anita Mbae, MCA for Mariani Ward. Mheshimiwa Zakari nominated. Mheshimiwa Gaturo, member for Karingani, Chuka Town. Na huyu ni speaker. 1 minute Mr. Speaker sir. Sema jambo. 1 minute Mr. Speaker sir. Asante sana Mheshimiwa Naibu Rais. Mimi kwa niaba ya hao watu na kushukuru sana kwa hii mkutano ya leo, na nikukumbushe kwamba ukifika kwa rais, ambia rais kuna maneno kidogo walikuwa wamepangana na hao waheshimiwa na imekwama kidogo, ajaribu kuamue. Leo tuongee Juma ya tent, nyinyi mko kwa ofisi. Asante. Thank you very much. Wapi makofi ya Tharaka Nithi MCAs? Na wauliza haraka haraka MCAs kutoka Meru County. Wale wamefika haraka haraka please. Wakiongozwa na Speaker Ayub Bundi. The MCAs who are here from Meru County, led by Speaker Ayub Bundi. Aya, hao ndio MCAs wamefika kutoka Meru County. Karibuni sana waheshimiwa. I think ili tuharakishe kwa sababu kuna jua kiasi, hao wananchi wameketi, wa viongozi wameketi kwa muda. Mimi nikisoma jina yako, unainua mkono, unaketi, alafu Ayub Bundi nitakupatia 1 minute useme kitu. Mheshimiwa Edhiaba Kithenji, Mheshimiwa Elijah Kiroria, Mheshimiwa Edith Mugaine, Mheshimiwa Ntororo, Mheshimiwa Gacheri Modhuri, Mheshimiwa Luce Mokaria, Mheshimiwa Faith Kananu, Mheshimiwa Caleb Botethia, Mheshimiwa Morris Tarangwe, Mheshimiwa Kananu Ruth, Mheshimiwa Doris Gaki, Mheshimiwa Ken Naibai, Mheshimiwa MM Bioki, Mheshimiwa Muna, Mheshimiwa Mobichi, Mheshimiwa Nelly Mukami, Mheshimiwa Frida Naito, Mheshimiwa Salome Kirito, Mheshimiwa Jennifer Murogocho na Mheshimiwa James Mungadia na Mheshimiwa ZK. Fire sana. Kwa niaba yao 1 minute Ayub Bundi, Speaker, County Assembly of Meru. Thank you, His Excellency Altobeto Bamiru. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Uni Altobeto Bamiru barabara yaja andenda kuwa gintu kimwake. His Excellency William Ruto na tutethetie kimurandi jumwe na jugate mutore aja wonde. Into kigwitwa Meru General Hospital. Komita level 5, komika level 6. Very good. Na niseme ya kwamba wakati alikuja alitupatia 500 milioni ya kwanza, na His Excellency the Deputy President, phase 1 kuisha inaisha na pesa ya phase 2 imekuja. I'm very sure by November phase 1 itakuwa imeisha. Na by February next year hiyo hospitali itakuwa imemaliziwa, phase 2 itakuwa imeisha.
Kwa hivyo sisi tukiwa wa Meru, hata kama hakuna kitu kingine tunafurahia kutoka kwa serikali, tunasema ni asanti, na tunasema William Ruto ni tuta na ndugu yetu Kindiki na anto beto bokore rwa mumero gere kanyire kaini wano imwene na ndirekeria kiuga atere gerigi Kenya itaya kogetatia ya kuoga. Thank you and God bless you. Thank you very much Mheshimiwa Ayub Bundi, Speaker Meru County Assembly. Naomba sasa niwaulishe waheshimiwa MCAs kutoka Embu County. Wale wamefika wakuja hapa, wengine wako njiani, sijui kama nimeona Maureen. Wanaongozwa na Speaker Tiriko, Speaker wa Embu County, na Majority Leader Ndino Anguru, Mheshimiwa Kobole. Please, wote msimame hapa. Leo ni siku ya grassroots leaders, msijali. Nyinyi ndio wadosi. Tuko na mikutano mingi yenu. Wacha nikisoma jina, unainua mkono, unapokea salamu ya hao viongozi wa mashinani. Mheshimiwa kiongozi wa walio wengi katika bunge la kaunti la Embu, Mheshimiwa Mureithi Kobole. Ndino Anguru, asante sana. Honorable Duncan Muratia, Mheshimiwa Job Itumu, Mheshimiwa Julius Karori, Mheshimiwa Peterson Njeru, Mheshimiwa Josiah Mureithi, Mheshimiwa Barnabas Njama, Mheshimiwa Terry Mbuchi, Mheshimiwa Johnson Muchangi, Mheshimiwa Paul Muchangi, Mheshimiwa Frederick Mugendi, Mheshimiwa Maurice Macharia, Mheshimiwa Edwin Jiro, Mheshimiwa Susan Wairimo, Mheshimiwa Mureithi Kiura, Mheshimiwa Maureen Kagendo, Mheshimiwa Mheshimiwa Karori ni yule wa Gaturi North. Mheshimiwa Maureen, Mheshimiwa Karori, Mheshimiwa Jennifer Ginia, Mheshimiwa Yvonne Mate, Mheshimiwa Mere Kavinda, Mheshimiwa Kithenji, and Mheshimiwa Augustine. Thank you very much. Kwa niaba yao, dakika moja, Mheshimiwa Speaker, Dhiriko ni fire si fire. Fire. Basi Mheshimiwa Naibu wa Rais, message yetu kutoka Embu kama MCS ni hii. Haiwezekani eti mtu kutoka Rift Valley akisupport mtu wa Mount Kenya, huyu anaitwa nationalist, anaitwa muungwana, anaitwa Mkenya dhabiti. Lakini mtu wa Mount Kenya akisupport mtu wa Rift Valley anaitwa kakunia, anaitwa msaliti, anaitwa mambo ingine. Hiyo haiwezekani. Mheshimiwa Naibu wa Rais, sisi tunatakwambia hivi. Sisi ndio viongozi wa mashinani, na sisi tunataka kukusaidia tutie mtu mimba. Tunataka utupatie nguvu kama vijana wako, tuwe na nguvu ya kutia mtu mimba. Tuweke joto Mheshimiwa. Tuwekwe joto tusiwekwe. Tuwekwe tusiwekwe. Tuwekwe joto tusiwekwe. Sisi tutakusaidia kutia mwanaume mimba. Kama hujaona mwanaume akiwa na mimba, tutakusaidia. Ya mwisho, Mheshimiwa Naibu wa Rais, hii Mount Kenya East hii pia tunataka iwekwe joto. Wale watu wanakataa maendeleo huko na kusema mambo ingine, yote iletwe hapa Mount Kenya East tupate joto. Asante. Tukisema tutam tuwe na joto. Thank you. Harambe! Tutam. Harambe!
Tutam. Kindiki ni fire si fire. Fire. Kindiki ni fotam si fotam. Fotam. William Ruto je? Tutam. Maombi ya mwisho au waheshimiwa wengine wamefungiwa pale nje. Mheshimiwa Naibu Rais, naomba tu wafunguliwe tafadhali. Waheshimiwa wote. Asanteni sana, Mungu awabariki. Please mfungulie hao waheshimiwa. Kwa niaba ya ile sehemu zingine ambazo hazikuwakilishwa na MCAs, Kitui, Kirinyaga na Isiolo, huyo ni MCA Muthengi Ndagara kutoka Kitui County. Sema kitu Mheshimiwa Ndagara. Atuva Meru, Tharaka Nithi, Embu, Tokeriani, Muthengi Ndagara kumekamba. Makofi. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais, nashukuru sana. Kile kitu ambacho jamii hii ya upande wa East tunajivunia saa hii ni kwamba tuko na nafasi ya kuhakikisha ya kwamba hii area ambayo imetengwa miaka mingi na serikali imeingia katika ladha ya serikali. Ama namna gani? Tukiingia upande wa barabara ambayo ni dual carriage kutoka Nairobi ikiingia Makutano ikiangalia Meru, hiyo barabara inakuwa ni barabara finyu sana, inakuwa ni one carriage. Tunahitaji manake saa hii pande ya Mulima tumeingia ndani ya serikali, hatutaki kutoka. Tunataka dual carriage itoke Makutano, ingie Embu, ingie mpaka Meru mpaka Isiolo. Ama namna gani? Jambo lingine Mheshimiwa Rais, watu wa eneo hili manake tunataka kukaa kwa serikali. Tunashukuru sana manake Nithi Bridge imeua watu wengi zaidi. Na hii Nithi Bridge tunajua saa hii wewe ndio ndawa ya Nithi Bridge. Kabisa. Tunajua kwamba hii serikali itatengeneza. Ama namna gani? Ile bridge nyingine sasa tunataka kwa awamu ya pili uiangalie kwa sana. Ni bridge ya pale Marimanti kuthongera Nkunjuni inaingia mambo Chiampio inaingia pande ya Kitui. Ama namna gani? Tunataka hiyo barabara ijengwe. Dunia hii yote ya Meru kwenda Mombasa ni rahisi sana kuingilia hapa Kitui. Ama namna gani? Thank you. Ile bridge nyingine ni Motuo Bare. Motuo Bare pale Embu ndio tunganishe na watu wa Embu pande ile nyingine, na hii Mulima yote itakuwa sasa tumeanza kuona kwamba mlango wa East umefunguliwa. Ama namna gani? Na sote tunasema lazima tuwe nyuma ya William Samoei Ruto. Ama namna gani? Sema tutam ya William Samoei Ruto. Tutam. Na fotam ya Kithure Kindiki. Asante sana. Mimi naitwa Muthengi Ndagara, MCA wa pale Dhagisho Tharaka Ward. Asante. Thank you very much. Bas, sasa tuko karibu kumaliza. Councillors, former councillors, nilisahau na nimekumbushwa, tafadhali on behalf of former councillors 1 minute like everybody else ndio tumalize. Kumekuwa najua kidogo. Professor Kindiki ni fire si fire. Professor Kindiki ni fire si fire. Ruto tutam. Thank you, Your Excellency. Majina ni Councillor John Gikunda kutoka Meru County, Vice Chairman wa Kenya Former Councillors Association. Our chairman today akona exam, anafanya exam. So tunashukuru kwa hii nafasi. Kwanza niseme shukrani sana, hii serikali imekumbuka councillors. Tuko na Gideon Kimathi ambaye alikuwa councillor, tuko na Kireria na wote wako kwa serikali, tunashukuru sana. Ya pili, Deputy President, sisi councillors kutoka 2015 tumekuwa tukifuatilia our pensions. Tulikuwa watu ambao waliasisha those counties, bali counties wako sasa ni councillors walitengeneza. So sawa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, councillors tumefanya mipango yetu, tulipeleka Senate, wakati wa the other Senate ikapitisha tupewe kitu, tumepeana, tunaomba tushughulikiwe. Tunashukuru sana na tukuambie leo tunashukuru. This is the first time councillors wameitwa. Hakuna mtu anatukumbuka. Tulitupwa huko na tumesahulika. Leo tumekushukuru sana. Naibu wa Rais kukumbuka. Na tukuambie sisi tuko nyuma yako. Na ntobeto amboyere Embu, Meru na Tharaka Nithi. Wakati tuko na mtu ambaye tunaongea Kimeru tunasikizana, ambaye ndiye Deputy President, ndio tunaambiwa Ruto amekuwa mbaya. Kwani mtu akitoka sehemu yetu ya Meru, Embu ama Tharaka Nithi akiwa Deputy President, hayo ni makosa? Hakuna makosa. Hao wengine tumekuwa tukiwa support for all those other governments. Sasa ni wakati warudishe mkono, watu support, wangoje 2042 wakati Kithure Kindiki atakuwa akitoka kama rais.
Thank you very Barikiweni much. sana, asante. Tafuatilia ile mambo yenu mahali imefika. We see how we can bring that matter to rest. Sawa sawa. Huyo anaitwa former councillor John Gikunda kutoka Meru County on behalf of the former councillors. Mimi nataka sasa nitambue MPs wetu wote wakuja hapa. Tafadhali kwa heshima, ninaomba kwa heshima viongozi wetu wa bunge wale wamefika wakuja hapa, na nimeomba kwa unyenyekevu, leo sio siku yetu tafadhali. Leo ni siku ya hawa, lakini ni vizuri wajue pia mulifika kwa sababu mnawadhamini na nyinyi ndio mlinisaidia hata kuita hawa watu. The CHPs from your constituencies, the mobilize the village elders from your constituencies. Hawa wabunge ndio walifanya hiyo kazi. So, kwa niaba yao, tauliza Raima yuko? Chairman wa... You are not here. So Raim. Time, please. Kirema. Wacha kwanza nitambue mbunge wa Tigania West, Mheshimiwa Dr. John Kanywethia Mutunga. Utawa Mutunga daktari, mjumbe wa Tigania West. Mbunge wa Tharaka George Gitonga Murugara. Ngoja kidogo. Mjumbe wa Igembe Central Dan Karidho Kele. Mjumbe wa Imenti South Daktari Shadrack Mweti Ithenji. Mbunge wa Mbere South Mheshimiwa Engineer Nebat Murioki. Mbunge wa Igembe North Julius Taitumu TJ. Mbunge wa Imenti Central Mheshimiwa Wakili Moses Kirema Ngoshine. Nominated member of the National Assembly kwa chama cha UDA Mheshimiwa Dorothy Muthoni Ikiara. Mama County Mheshimiwa Women Rep wa Tharaka Nithi County Susan Ngoge Mwindu. Asante sana. Bunge wa Tigania Mashariki. Uchedha Kindiki, Kinyaka Amelia, Kinyaka Ina, Kinyaka Uchedha Kindiki, Kinyaka wa Ui, Kinyaka wa Koino. No! Kinyaka wa Nyamwatone, Kinyaka wa Nyaugone, Kinyaka wa Nyakara, Kinyaka wa Koi, Kinyaka wa Ngeno. Weka mkono no peu, harambe, no peu, Kinyaka wa Ui, no peu, Uchedha Ruto, no peu, Uchedha Kindiki, no peu, Kinyaka wa Ngara, no peu, Nyato Nyamwatone, no peu, weka mkono no peu. Fire. Ana kinyatira ugari etwa. Eta wa Mporonto Abori. Eta wa Mporonto Abori. Uchedha Naruto. Uchedha na Kindiki. Kinyaka Ina. Kinyaka Ugatia. Kinyato Nyayogone. Kinyaka Ugambu. Mheshimiwa Rahim, 1 minute. Ndiye mbunge wa Imenti North, Rahim. Sema 1 minute mheshimiwa. Asante naibu wa rais. Watu wangu wa Meru. Fire si fire. Fire. Kindiki ni for term. Asante naibu wa rais. Watu wananiambia nitoke kwa hii serikali. Mnataka nitoke ama nibaki? Nikae ama nisikae? Naibu wa rais anakuja kulonchia sisi program ya barabara ya 2.9 billion ile akambakia karibuni, na alafu hata amesema ile agiaki kuenda Charia
wanatupatia hiyo pesa. Sasa mnataka niende wapi? Huwezi enda. Tunaweza kwenda mahali nyingine? Huwezi. Hatuwezi toka kwa serikali, na tuko na wewe naibu wa rais na rais wetu, mwambie tuko pamoja hapo hapo, hivyo hivyo na hivyo hivyo. Asante. Thank you very much. Mheshimiwa Rendekere ndiye chairman wa Meru MPs. 1 minute Mheshimiwa. Amjambo viongozi wa mashinani. Hebu nione salamu za William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Hii ni siku yenu. Mimi kama kiongozi nawatambua. Na niwaambie tunawatambua kama sisi wabunge. Sisi wabunge tumeshikana. Wabunge kutoka Embu, Mwea, Tharaka Nithi na Meru County na pia jirani wangu Isiolo. Je, nyinyi mtashikana tuinue hii serikali iendelee kuongoza? Hebu nione ishara ya upendo na amani. Mimi naomba amani. Wale ambao tunashindana nao kazi yao ni matusi na vita. Watu wa Mlima Kenya pande yetu ya East, mimi naomba tushikane, tuwaonyeshe ungwana ni nini, tuwaonyeshe kushikana ni nini, na wasituchezee. Kuna jamaa ametuchezea kwa muda mrefu. Miaka moja, miaka miwili tukampa nafasi, akaanguka. Sasa kazi yake ni matusi, kazi yake ni kuchukia, kazi yake ni kuunda majeshi ingine inaitwa Mungiki. Ameanza kuunda hiyo ndio waseme serikali ndio inafanya maneno mbaya. Nyinyi watu wa Mount Kenya East, sisi tukaya wangwana, tujue vile tumepanga maneno yetu. Sisi ndio tutashikilia hii serikali, and I can tell you good people, 2027 tarehe 10 mwezi wa 8 William Samoei Ruto ndiye atakuwa kiongozi wetu. Mko na imani? Hebu nione imani ya William Samoei Ruto. Haya, huyu ndugu yetu, mtu mmoja tu kutoka Mount Kenya East ambaye tumesaidiwa na William Samoei Ruto awe naibu yake. Ate huyu mtu ndiye anasumbua watu wengine wa kutoka pande ile nyingine. Kweli sisi tukatae mtoto wetu? Yaani mtoto wetu naambiwa ni mbaya. Nani anasema Kindiki ni mbaya? Kindiki ni mzuri ama si mzuri? Kindiki ni fire si fire? Haya. Kindiki aendelee kuwa naibu wa rais ama siendelee? Nani anasema 2027 Kindiki aendelee? Very good. Hapo ndio tuko hapo ndugu zangu. Msituangushe. Thank you. Nyinyi enda wewe, kila mtu ambaye ako hapa. Tuko hapa zaidi ya watu 20,000. Wewe tafuta watu 100. Sawa? Sio ndebe imejaa. Sio ndebe imejaa. Kabisa. Hii kitu ni kura tu my friend. Wacha waendelee kuongea, sisi tunaendelea na hesabu na maendeleo. Asanteni sana ndugu zangu. Thank you very much. Thank you very much. Wapi makofi ya Mheshimiwa Rendekere. Asante sana waheshimiwa. So far so good. Wacha nitambue deputy governors wetu. Mkuja hapa mbele. The deputy governors who are here, na waomba kwa heshima. Sioni Linda, mdozi yake atamwombea apology. Huyu anaitwa Nyaga Muisraeli ama Kigosho, deputy governor wa Tharaka Nithi. Sema 1 second DG kwa niaba ya deputy governors wale wengine. Asante sana naibu wa rais na viongozi wetu, gavana wetu na viongozi wale wengine wote na waheshimiwa, kwa sababu ninyi mmekalia viti, hatungekuwa hapa kama mngekuwa hapo. Namsalimia nyote katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. The Lord is good all the time, and that is. Leo tuko hapa kwa sababu ya mwaliko wa naibu wetu wa rais ambaye mimi namuitanga Gideon, kwa sababu unajua Gideon alitoka kwa ukoo mdogo sana katika taifa la Israeli, na mimi naitwa Muisraeli. Kwa hivyo Gideon is here, he is leading us. Na tunajua kwamba na mimi nikiwa naibu gavana na mheshimu gavana wangu kama vile anaheshimu William Samoei Ruto, niseme Kindiki ni fire ama si fire? Kindiki ni noma ama si noma? Gavana wetu ni fire ama si fire?
Na Muisraeli fire ama si fire? Haya. Na kazi iende mbele. Asante sana Mheshimiwa Muisraeli. Tuko na apology ya wabunge wafuatao ambao hakumanage kufika hapa. Mbunge wa Mbeere North, Mheshimiwa Leonard Wamuthende. Mheshimiwa Njoki Njero Double N, Woman Rep wa Embu County. Na Mheshimiwa Eric Mushangi Karemba, mbunge wa Runyenjes. Tuko na watu wengi kutoka sehemu hii wamepewa kazi na rais kwa serikali kama directors wa parastatals, chairpersons, CEOs. Wote wasimame tuwapungie mkono, tuwashukuru wale wamefika. Directors, naona Kireria, naona Kimathi pale, naona tuko wengi, naona chairman wa TSC Muturi kutoka Embu, na tuko wengi. Wapi makofi ya directors wetu jameni? Thank you very much. And chairpersons of parastatals from this region. Vile vile tuko na PSs wetu. Kujeni hapa, hawa waongei sana, lakini wakati Deputy President hayuko hapa, hao ndio serikali huku mashinani wakileta mambo ya development. Tuko na PSs watatu ambao wako hapa. Huyu msichana dadangu anaitwa PS Betsy Njage Muthoni, anatoka Tharaka Nithi, PS wetu wa Blue Economy Affairs. Asante sana mheshimiwa PS. Huyu dadangu zamani alikuwa mwanafunzi wangu university, siku hizi ni mudosi, ni PS. Huyu msichana wetu mama anaitwa PS Roslyn Kadhure Njogu, anatoka Meru County, PS for Diaspora Affairs. Huyu ndugu yangu ni PS wa vyama vya ushirika, anaitwa PS Patrick Kilemi, anatoka Tigania West na ni PS wa cooperatives katika serikali ya William Ruto. Tuko na mawaziri. Ngoja waziri, ngoja. Iko na apology ya PS Mere Muthoni, ule PS wa ma-CHPs, ndio wao unasikia wakipiga nduru, ametoa apologies. Wacha nitambue na nani? Na PS wa forestry, PS Kitonga Mugambi ameleta apologies zake. Asante sana. Wacha sasa niulize senators wetu wakuje ni watambue dakika moja moja. Leo sio siku yetu, but we appreciate you senators. Thank you for creating time. Thank you for being patient. Ngoja. Wimbo tunaimba tu saa hii, wacha tumalize hii kazi. Hao ndio masenators wa hii area. Hii ndi jeshi ya siasa ya rais na fireman, na wamefanya kazi kubwa sana. Huyu wa kwanza hapa mahali nimesimama anaitwa Senator Mwenda Gataya, anajitanga More Fire. Sijui alitoa wapi hiyo More Fire, ama ulitoa kwa fireman? Huyo ndio senator wetu wa county ya Tharaka Nithi. Apigwe makofi jameni, please. Huyu ni senator wetu wa Embu County, anaitwa Senator Mheshimiwa Senator Alexander Monyi Mondigi Kaba Mondigi Twekagatia. Asante sana mheshimiwa. Kwa niaba yao, kwa niaba ya masenators, nitauliza ndugu yangu ambaye ni mzee wa rika yangu, Wachia, senator wa county ya Meru,
ambaye pia ni naibu spika wa bunge la Seneti ya Kenya, Mheshimiwa Senator Kadhuri Murungi. Ni fire si fire. Sema kitu Mr. Speaker sir. Atobeto, mmefurahi leo kuwa hapa na naibu rais. Hebu mkono juu wale wamefurahi kuwa hapa leo. Naibu rais, just 30 seconds niseme this group here ya CHPs na wa viongozi. Hii ndio jeshi ile itaweka rais kwa kiti mwaka wa 2027 na wewe naibu wa rais 2027, na usitafuta jeshi nyingine ya kukuweka kiti ya rais 2032. Hawa wanatosha. Munatosha ama mtoshi? Munatosha ama mtoshi? Hebu weka ishara ya 2 term. Very good. Weka ya 4 term ya Professor Kindiki. 4 term. Very good. Professor Kindiki, mimi pale Senate nimepata windfall, yani nimepata mushene. Hawa viongozi wa upinzani wamekasirika vile mumepewa nguvu, umepea hawa vile njeondazi nguvu. Na wamesema wakiingia kwa kiti ya kwanza kufanya, ile kitu ya kwanza watafanya ni kuondoa mishahara ya hawa viongozi. Mutapenda wa upinzani waingie kwa kiti? Wamesema ile kitu ya kwanza watatoa pesa yenu. Wamesema watatoa CHP kwa kazi. Mutakubali hiyo maneno? Mutakubali? Ugereni antoba umbu? Waende wasiende? Waende wasiende? Upinzani waende wasiende? Weka mkono juu vizuri. Waende wasiende? Waende wasiende? Wale wako Meru waende wasiende? Wale wako Kenya mzima waende wasiende? Bwana Kindiki, kama huyu mwanaume amekutukana wewe, na tunajua wewe ni Mmeru kamili, ndume kamili ya Meru, huyo Njamwandi tutaibisha akiwa wa kwanza 2027. Asante. Huyu mzee ametoka hapa ng'ambo ya mlima. Mnajua huyo mtu? Tuaibishe tusiaibishe? Tuaibishe tusimwaibishe? Hata tuachie huyo mtu, sioni usipambane naye wewe naibu rais. Very good. Ongoza Kenya, tubaki na huyo jamaa. Na yeye atatutambua sisi ni akina nani, si ndio? Ni fire si fire? Fire. Ni noma si noma? Noma. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Thank you very much, Senator Kadhuri Murungi, Senator for Meru County, Deputy Speaker of the Senate of the Republic of Kenya. Sasa tumemaliza mkutano, lakini tuko na apology ya Mheshimiwa John Paul Mwirigi wa Igembe South na Mama Elizabeth Kailemia ambaye ni women rep wa Meru County. Wametoa apology zao, hawakuweza kufika. Nataka kwa heshima kubwa niite viongozi wetu. Kabla ya viongozi, waziri wa maji Eric Mugaa. Ni fire si fire? Ni noma si noma? Huyu kijana ni Gen Z. Ni Gen Z kabisa na ni engineer, amesoma kweli kweli. Rais Ruto amempatia nafasi kuwa waziri wa maji katika taifa letu la Kenya. Engineer Mureithi Mugaa. Sema jambo 1 minute waziri. Aya, asante Your Excellency. Grassroots mobilizers, viongozi wa vijiji, habari zenyu? Mupo? Mupo? Mimi nimesimama hapa kwa sababu katika serikali ya Dr. Samoei William Ruto akaona ni vyema kuwe na kijana katika lile baraza la mawaziri. Akaangalia Kenya mzima, akaangalia kule Nyanza, akaangalia Mombasa, akakuja hapa nyumbani. Akapata kijana mkonde, mrefu, mwembamba, lakini mrefu kiakili. Si nyinyi mko na watoto wanasoma? Mungetaka mayo mawaziri? Ndio maana mimi nasimama na serikali ya Dr. Samoei William Ruto. Na hizo siku chache nimefanya kazi
katika baraza la mawaziri nimefanya kazi na huyu mungwana Profesa Kithure Kindiki. Huyu anatambua kazi. Amesimama hapa akaeleza ajenda ya serikali, akaeleza mahospitali. Mumeona akisoma? Mumeona akisoma mahali? Ameongea mambo ya SHA, amesoma mahali. Mimi naambia wale wanashindana na yeye, huyu ni moto, huyu ni fire, na huyu ndio wetu. Sisi kama watu wa hii pande ya mlima tumesimama na wenzetu miaka zaidi ya 60. Kwa sasa warejeshe mkono. Totererwa mondo rengi onchwe karanga. Boete keria manto yau. Ni 2 term si 2 term. Ni 2 term si 2 term. Kwa profesa ni 4 term si 4 term. Huyu ndiye mweta Kambanja o Mount Kenya West na East. Tumesimama na wale miaka mingi. Kambanja wetu o Mount Kenya East tutamshikilia, tusimame na yeye, tumuimbie kama wale wengine, tutembee safari hatua moja baada ya nyingine, na tuwakumbushe wakati umefika tusimame na wetu. Asanteni sana. Thank you very much waziri. Huyu kijana ni fire si fire. Huyo waziri Gen Z ni fire si fire. Asante sana. Kwa sababu ya masaa, nataka sasa kuomba kwa heshima kubwa magavana wetu wa sehemu hii. Kwa heshima, hata mimi mmeona nimesimama hapa masaa matatu. So I want to request the 3 of you, mkuje hapa mbele tufunge mkutano. Hao viongozi wa mashinani wamechoka. Thank you for finding time. Governors, thank you my brothers, thank you my sister. You guys are good people. Our governors ni fire si fire. Huyu dadangu Karinda ni fire si fire. Huyu gavana wa Embu Mheshimiwa Mbarire ni fire si fire. Karinda ni fire si fire. Aendelea siendelee? Aendelea siendelee? Gavana wangu wa nyumbani Muthomi Njoki ni fire si fire. Ni fire si fire. Aendelea siendelee? Gavana wa Meru County Isaac Mutumanto Ethinkia ni fire si fire. Aendelea siendelee? Naomba magavana musalamie hawa viongozi, kila mmoja wenu aseme jambo, dakika moja, tufunge mkutano. Asante sana Your Excellency Deputy President Kithure Kindiki. All protocols observed. Wananchi watukufu, madaktari wa mashinani na village elders, hamjambo? Ebu nisalimieni hivi. Bwana asifiwe. Mimi nimefurahi kuwa hapa. Your Excellency, as a governor, I want to tell you this, na nasema ukweli. Bila hawa madaktari wa mashinani hatungekuwa na SHA. Kweli si kweli? Hao ndio wameshikilia primary health care katika kaunti zote 3 na Kenya mzima, na tunawaheshimu. Nimesikia kiongozi mmoja ambaye anataka kuwa president akisema within the first 48 hours akiwa president, kitu ya kwanza atatoa ni SHA na atoe CHPs waache kulipwa. Shetani ashindwe. Aende asiende? Aende asiende? Mwingine jana nimesikia akisema hata hao village elders hataki walipwe, hiyo pesa atachukua aende kulipa madeni. Shetani ashindwe. Sisi tunajua kazi yenu. Lakini kabla nimalize, nataka kusema hivi jameni. Watu wa Embu, Tharaka Nithi na Meru, tunajua kwamba tumeshikilia ndugu zetu pande ya West tangu inchi iundwe. Tulishikilia Kenyatta miaka 15. Kweli si kweli? Tukashikilia Mwai Kibaki miaka 10. Ni kweli si kweli? Tukashikilia President Uhuru miaka 10. Kweli si kweli? Hatukuwa tusi. In fact, nataka kuwakumbusha kwamba kura ambayo ilifanya Mwai Kibaki
apate tamu yake ya pili ilitoka Tharaka Nithi. Ukweli si kweli? Ukweli si kweli? Kura ilitoka Tharaka Nithi, President Kibaki akashinda tamu yake ya pili. Sasa tukapata deputy president ambaye amekaa miaka 2 na pia huyo tulimshikilia na tukamheshimu. Wakati mambo ilienda vile ilienda, kiti katoka pande ile ikakuja pande hii ya East, ikapatiwa kijana yetu kijana shupavu Kindiki. Ikakuwa sasa kiti hatuna. Huyu kijana atoshi mboga, sijui ni soprano, sijui anaitwa nini. Yani akaanza kudharauriwa na wenzetu ambao tumeshikilia over 60 years. Shetani ashindwe. Shindwe. Sasa lazima hata sisi tufunguke. Tuambie raundi hii, we want to see kama wamekuwa na tu respect na kuwa rafiki zetu, ndio tuwe sisi ndio tunawasukuma kila wakati. Raundi hii tunataka washikilie kijana yetu Kithure Kindiki. Tumekubali hivyo? Hebu nione kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono. Nataka kuwauliza hivi. Wakati kiongozi anatoka huko, anakuja huko East kutusi kijana yetu, tunatakiwa tumpigie makofi ama tumpigie mayowe? Nduru. Mugereimbu. Mugereimbu. Na pande ile anatupeleka, pande hii ya William Ruto, sisi tuko number 2. Huyu kijana yetu ni number 2. Tukiingia tutangoja miaka ingine 5, alafu tumepeleke pale juu akuwe president wa Kenya. Pande hii ingine hakuna number 1, hatuko number 2, hatuko number 3, hatuko number 4, hata hatujui tuko wapi. Ni wapi kuzuri, kwa Kindiki ama pande ile ingine? Kwa Kindiki ama pande ile ingine? Mimi nataka tutoke hapa na kauli moja kwamba tutashikilia ukijana yetu. And by the way, Professor Kithure Kindiki, hebu simama hia. Huyu ni jamaa wa rika, kwa hivyo naweza mupatia amri na asikie. Huyu mama ni rika yangu pia na Kadhuri Murongo. Huyu jamaa nataka mumuangalie tu. Mimi says Kadhuri rika moja. Asanti. Wamama mpo? Wamama hae. Kijana huyu mkimuangalia hivi na muweke yule mzee mwingine hapa, uambiwe uchague mmoja wao, utachagua nani? Utachagua nani? Kwa sababu hapa ako mwili nayo iko, roho nayo iko, na hatusi mtu. Kwa hivyo mjue huyu ndio wetu. Gosiara na gwekatea. Gosiara na gwekatea. Kina mama hai. Kina mama hai. Mkienda nyumbani muongee mambo ya kijana yetu, na tusiogope kuongea mambo yake, na tusitishwe na yoyote kuongea mambo yake. Oyo ni wetu Gosiara na gwekatea. Nakurera. Gosiara na gwekatea. Nakurera. Mungu awabariki, asanteni sana, mubarikiwe. Asante sana. Harambe. Tuta. Harambe. Tuta. Mimi nataka kuona tuta kutoka kule hivi. Harambe. Tuta. Harambe. Tuta. Kithure Kindiki ni fire si fire. Fire. Ni noma si noma. Noma. Harambe. Tuta. Asanteni sana. Thank you very much. God bless you. Wapi makofi ya Karinda? Unajua huyo mheshimiwa gavana Karinda ameongea mambo ya rais, ameongea mambo ya fireman, akajisahau. Huyo Karinda ni fire si fire? Huyo Karinda endelea si endelee? Ni 2 term si 2 term ya Karinda. Wacha nione wale wanakubaliana 2 term ya Karinda. Umenifanyia kazi, hata mimi wacha nirudishe mkono. Asante. Sasa ndugu yangu Isaac Mutuma, sema jambo. Governor Isaac Mutuma Toedhinkia, karibu. Asante Your Excellency Professor Kithure Kindiki,
my fellow governors na viongozi wote, viongozi wetu wa mashinani, madaktari na security people kule mashinani. Profesa Kithure Kindiki ni fire si fire? Fire. Ni noma si noma? Noma. Nikisema Harambee tunasema 2 term. Harambee. 2 term. Harambee. 2 term. His Excellency President William Ruto. 2 term. William Ruto. 2 term. Profesa Kithure Kindiki. Namna hiyo. Asante Your Excellency. Kwanza jeshi yangu ya MCAs walikuwa nje. 18 of them have joined us, plus the 20 that were here. Yes. So jeshi ya MCAs simama. Wale wamekuja baadaye. Tuwachapie makofi, jeshi yako iko hapa Your Excellency. Thank you very much. Hii inamaanisha tunakupenda sana. Pamoja. Thank you very much. Your Excellency, baada ya uhuru mwaka wa 1963, kuna majamaa walijaribu kuchezea the father wa nchi yetu ya Kenya, mzee Jomo Kenyatta hayati. Viongozi wa mlima wakasimama wakaimba wimbo inasema hivi: Kenyatta oyo wito wakothaka nake kirima ino giaka ne mwanki. Leo Your Excellency, wewe kama mtoto wa kwanza wa Mount Kenya East, wewe kama firstborn wetu, kwa sababu tangu tuchukue uhuru 1963 mlima umekuwa moja. Tukasimama na Karanja, Joseph Karanja akiwa vice president, tukasimama na Joseph Murumbi akiwa vice president, tukasimama na Mwai Kibaki akiwa vice president, tukasimama na Rigathi Gachagua akiwa deputy president, tukasimama na Uhuru Kenyatta akiwa rais wa Kenya, tukasimama na Mwai Kibaki akiwa rais wa Kenya, na mzee hayati Jomo Kenyatta akiwa rais wa Kenya. Leo Your Excellency, mlima upande huu wetu, upande wa Mount Kenya East, ndio tumezaa mtoto wa kwanza. Antobambero, Embu na Tharaka Nithi mpo? Na wauliza, munaona firstborn yenu? Mumemuona firstborn yetu? Tunaimba leo namna hii: Kindiki oyo wito wakochetha nake kirima ino giaka ne mwanki. Mlima wake usiwake, mlima wake usiwake. Tharaka Nithi mlima wake usiwake. Embu mlima wake usiwake. Meru mlima wake usiwake. Tunasema mlima itawaka. Sisi si watoto wa mama wa kambo. Ama Kindiki si wa mlima Kenya? Nyinyi ni mlima Kenya, si mlima Kenya? Ni kwa nini wakati Rigathi Gachagua alikuwa deputy president tulisimama nao tukipigia William Samoei Ruto makofi tukiwa mlima moja? Lakini wakati huu firstborn yetu ambaye pia tunakuimbia mwana wa Mberi Kindiki, Kindiki we mwana wa Mberi, profesa witu. Tunataka mlima vile imekuwa moja, vile mlima imekuwa moja tangu enzi za mzee Jomo Kenyatta, tushikane hivyo. Saizi tuko na wetu, hata sisi tunaomba, na pia kama wasikii kuomba tunawaitisha, na kama wasikii kuitishwa tunawalazimisha. Kabo karagabo te kwenda wenu babwe, kabo karagabo te kwenda kenu. Kemero kiawere kanyere kainagwa no mwene. Na huyu ndiye firstborn yetu. Tutatembea na wewe, tutakushika mkono vile wazee wa Jorincheke wameamua, wamama wameamua, hawa madaktari wa mashinani wameamua, hawa village elders wameamua, watu wote wa mlima wameamua.
wale wawili ambao wanapiga kelele kule, Your Excellency, tuseme either wanatuchukia ama wanatudharau, na tutakubali na chuki wala madharau. Tutashika wetu mkono, hatutamshika. Iba anabakuwa Kithure Kindiki ni 4 term. Ni wangapi wanasema Professor Daktari William Samoei Ruto ni 2 term? Na huyo ndiye ameheshimu sisi kama mlima kabisa, especially Mount Kenya East, akatupa kiti kubwa ya deputy president katika nchi ya Kenya. Mutuma Antubameru bwana unindirwa uwe ni atabokuwa manto ya mutuma onto edhingia bwana. Endelea siendelee. Mutuma endelea siendelee. Munanipa yangu. Asante, Mungu awabariki sana. Thank you. Kwa kuigua kana. Endelea siendelee. Mutuma ni fire si fire. Wacha nione salamu ya Mutuma Ntoithinkia jameni. Wamesema 2 term. Huyu ni gavana wa Tharaka Nithi, Mheshimiwa Onesmus Muthomi Njoki. Ni fire si fire. Karibu Mheshimiwa Gavana. Asante Mheshimiwa Naibu wa Rais, our own, na viongozi wale wengine wote ambao wako hapa, nisitaja wote kwa majina, wananchi wa mlima pande ya pande ya mashariki, amujambo. Nkedene shekuru burutana, nkedene shekuru. Mheshimiwa Naibu wa Rais, nataka leo ijulikane kwamba wakati ulipiga kura mwaka wa 2022, ambaye alikuwa na nafasi na alikuwa ametauliwa na viongozi wote akuwe naibu wa rais katika Kenya, sio mwingine, alikuwa Profesa Kithure Kindiki. Kweli si kweli? Mnataka kuniambia hapo mko mnasoma magazeti na kusikiza redio? Wakati wajumbe walipiga kura kusema ni nani atakuwa deputy president, kura ziliangukia Profesa Kithure Kindiki. Kweli si kweli? Lakini katika ile harakati, yule mungwana mwingine akatumia ujanja wa sungura. Tukaona maandamano pale town inaitwa Nyeri, wakisema kwamba kama si huyu tutaenda wapi? Mnamkumbuka ama mkumbuki? Kwa hivyo kuanzia mwanzo ile alikuwa kuwe ni huyu, na kutumile ujanja, yule mtu alipitia mlango ya nyuma akakalia kiti ambaye haikuwa yake. Naye Mungu ni nani? After 2 years, miaka 2, Mungu alimwambia ameshindwa na kazi, aelekee nyumbani. Mimi nataka kumkumbusha hivi, Mheshimiwa Rais wa Kenya wakati huo alikuwa na nafasi ya kuchagua deputy president kutoka pahali popote Kenya. Angeenda Mombasa, achukue Mombasa. Angeenda Kisumu, pahali sasa wamewaka moto, maana Mwangi tambarika. Angeenda huko achukue. Pia angeenda pahali inaitwa Northeastern, pia angechukua. Kweli si kweli? Lakini alirudi akasema sisi watu wa mlima tulimusupport na hii kiti ni yetu, akarudishia ambaye alikuwa apate hiyo kiti, ambaye alikuwa stahili kupata hiyo kiti, akapatia mtoto wetu. Na alipeana kiti ikiwa mlima Kenya. Kweli si kweli? Sasa imekuwa aje ikiwa hapa pande nyingine ya mlima iko na shida? Lakini profesa, nataka kuambia hivi, this is a perception. Kwa sababu viongozi wakiongea wakiwa pande ile na ni wa viongozi kidogo, tunaweza fikiria tukiwa hapa kwamba watu wa pande ile nyingine ya mlima hawana haja na Profesa Kithure Kindiki. I want to tell you that the wananchi and the people of Mount Kenya West have no problem with Kithure Kindiki. Shida ni mtu mmoja tu ama wawili ambaye wako na shida na yeye, na wao wanajitafutia, si ati kuna shida yote, wanajitafutia. Kwa hivyo tukimaliza pande hii, Mheshimiwa Naibu wa Rais, tutembee West
kwa ndugu zetu na dada zetu, tuende tuambie tuko pamoja na tusupport kijana wetu ambaye tulipewa na rais akuwe nyuma yake. Hivi mnasema tunataka tuwe kwa serikali. Kuna njia nyingine ya kuwa kwa serikali isipokuwa kupitia huyu mmoja wetu? Ya mwisho, nimesikia akisimama hapa leo amenarrate na amesema ile kazi yote imefanyika na rais wetu kupitia kwa deputy yake. Amemsaidia mambo ya SHA, akamsaidia maneno ya barabara, amemsaidia uchumi kakuwa nzuri. Huyu hapa hiyo miaka yote. Sasa wakati hiyo maneno yote imekuwa mzuri na tumetulia na tumekubali, sasa mnasema tulete mwingine ambaye atapeleka nchi pahali tofauti. We are saying sisi tunajua kwamba kiongozi ambaye amepewa kazi saa hii na rais ndiye anafaa na ndiye ataendelea kuwa naibu wake rais mpaka wa mwaka wa 2032. Na nasema hivyo because mzungu alisema if it is working, do not fix it. Kuna hakikisho kwamba tukitoa rais wetu saa hii na tutoe naibu wetu rais, Kenya itaendelea mbele vizuri kuliko vile inaendelea. Kama inafanya kazi iendelee kufanya Mwisho, Embu, Tharaka Nithi na Meru, sisi ni ndugu na dada. Na Isiolo tugaga kuria Tharaka Nithi arume ni nku kaciotanaga tukaruta rukunwe riko tukichomoa Embu ama tuchomoa Tharaka Nithi ama tuchomoa Meru, hii moto haitawaka. Mko chiendelee wakana, tupeleke naibu wetu rais mpaka 2027 next year akuwe naibu wa rais tena, na tukue na namba 2 ambaye ataenda miaka 4 na namba 1 ambaye atamaliza tamu zake za 2. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kweli. Sasa nataka nione wale wanasema tutam ya President William Ruto. Na huyu mungwana bas tiga gukiria njira na guoya nimeenda kuona 4 term ya Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki. 4 term. Wow. Asante sana na tutembee kule Mount Kenya West. Asante. Thank you Mheshimiwa Njoki, Governor Mbarire, Governor Mutuma, Governor Njoki, wenzangu, village elders, CHPs, former councillors, former MCAs, sitting MCAs, sitting MPs, sitting senators, governors, government officials, parastatal directors, PSs, Waziri Eric, na sisi zote ambao tumefika hapa siku ya leo, nitoe shukrani za dhati. Mkutano umefaulu au hujafaulu? Si mkutano umefaulu? Sasa nataka tumalize, na nimesikia vile mmeni advise. Na mimi nataka nikubaliane na Mheshimiwa Governor Muthomi Njoki ya kwamba hii eneo letu la Mlima Kenya ni eneo moja, kisiasa, kiuchumi, biashara, masuala ya mila. Sisi ni jamii moja, hatutaki kugawanyika. Sisi ni jamii moja vile tuliikuta, na vile governors wamesema na viongozi wengine, hakuna wananchi wenyewe hawajaleta mgawanyiko. Ni mtu mmoja ama wawili wanataka kuleta mambo ya kugawanyisha wananchi. Wazee wetu wameongea juzi kutoka sehemu hii pale Nembure, na wakasema kwa sauti moja, sisi ni jamii moja, na wakasema wameanza kuongea na wazee kutoka pande ile nyingine ya mlima ili wasikizane
wafanye maamuzi kama wazee, kwa sababu wazee ndio viongozi wa jamii. Hata mimi nikiwa naibu wa rais lazima nisikize vile wazee wanasema, kwa sababu hao ndio viongozi wa jamii. So there was a declaration ambayo ilifanywa. Mimi naomba wanasiasa na wale wengine ambao ni wenzetu wako katika mambo ya siasa, tafadhali kwa sasa tupatie wazee wetu muda waongee na wenzao, na msiseme mambo ya kugawanyisha wananchi, kwa sababu bado wazee wako na kazi na hawajakosana. Nani alikwambia watakosana? Wazee hawezi kukosana. Kama hawakukosana wakati walikuwa wanapigania uhuru wa taifa, kama hawakukosana wakati wa utawala wa Kenyatta 1, Kibaki, Kenyatta 2, hawezi kukosana hata saa hii. So let us give them time. Na mimi nawauliza wote viongozi, wanasiasa, tupatie wazee time kwanza, alafu wazee watatuambia vile tutaendelea. Na penye wazee hapa hablibiki neno. So there is no problem. Hao watu wanatusi watu hapa wakizunguka na vijana wachache wanazingura gari yake hapo, anasema one time sijui nini. Sasa wangoje. Unajua for 4 years tulikuwa busy na kazi. Sasa tumemaliza mambo ya kazi inaendelea, lakini kwa sababu kuna uchaguzi tutaanza kuongea mambo ya siasa. And I tell you, these characters cannot manage us. Hawatuwezi. Tuko gangari, tuko chonjo. Mimi ni striker. Ile hodari, my friend. Mimi sio mtu ya kucheza na mimi. Hawajui iko kura gani imepigwa, Ruto akiwa kwa ballot, Fireman akiwa kwa ballot, tukakosa kura Mount Kenya. Kunayo ilipigwa? Si wangoje next year kura itanyesha kama mvua. Kura ya Meru, Tharaka Nithi, Isiolo, kura ya Tharaka Nithi, ya Embu, ya Kirinyaga, kura ya Kiambu, kura ya Naikuru, kura ya Murang'a, niendelee nisiendelee. Itanyesha. Wacha kura sijui ya Olkalau. Ile ilikuwa kura ya vijana wawili pale wanashindana. William Ruto hakuwa anapigiwa kura. Fireman hakukuwa pale. Na mbona hiyo Olkalau imekuweka kiburi? Na mimi siku nimekunyorosha pale mbele North haukuongea. Kama ulishinda Olkalau, mimi nilishinda mbele. So ni 1-1. Imekuwa draw. Ngoja sasa kura ambayo inakuja, ambaye mimi na rais tutakuwa katika ballot. Ngojea uone kivumbi, my friend. So please tupeane heshima kwa wazee, waendelee na kazi yao. Nataka tumalizie hivi. Unajua mkutano iwezi isha hivyo. Lazima mkutano uishe vizuri. Sisi ni wale watu wa kumaliza mkutano vizuri. Kuna wengine hawajui kumaliza mkutano. Wanaongelesha wananchi na viongozi wanaambia kwa herini. Sisi lazima tumalize mkutano kwa heshima. Niseme nisiseme. Ni leo si leo. Ni fire si fire. Tuendelee tusiendelee. Mimi naomba tu kwa heshima dakika moja tu. Kwanza lazima tuchukue salute ya mwisho. Ndio Kenya ijue leo viongozi wa mashinani kutoka Isiolo, Meru, Tharaka Nithi, Embu, Mwea wameongea. Kwa hivyo nataka kuwauliza viongozi wote wale wako huko kwa materraces, mkuje hapa kwa kiwanja. Alafu sisi sote tusimame. Tuchukue sinema moja ya kumaliza tukiwa pamoja, saluti ya mwisho. Alafu baadaye tuimbe wimbo wa taifa. Alafu tuketi. Kuna mtu atakuja hapa kwa niaba ya Fireman atangaze utaratibu wa kiheshima wa
kuje chini na tusimame sisi zote tupige saluti ya mwisho ya kutangaza resolution. We must make our resolution. Ile resolution tumefanya leo, wananchi viongozi wakuja hapa karibu. Kubali viongozi wakuja hapa karibu. Wale wako kwa terraces, naomba tushuke, tuchukue saluti ya mwisho na tufanye kura ya mwisho. Tufanye maamuzi ya mwisho. Sisi kama viongozi wa mashinani, DJ weka wimbo moja. No, ngojeni kwanza. Ngojeni hapa kwanza. Hapa viongozi. Just down here is something, then you come up. Please. Hapa chini, one step. I take something, then you come later. Yes, please. Usiende. Don't go, please. Kwa heshima, ni sinema tu tunatengeneza kidogo. Kwa sinema hapa. Kidogo tu, my sister. Kidogo tu. Kidogo. Musiende. No, don't worry. Ngoja. Ni leo si leo. Ni sasa si sasa. Mount Kenya East hoye. CHPs hoye. Village Elders hoye. Isiolo hoye. Embu hoye. Meru hoye. Tharaka Nithi hoye. Mwea hoye. Kitui hoye. Ni leo si leo. Niko na maswali matatu. Hiyo gari tembee huko. Hiyo gari toke hapo, viongozi wakuja karibu hapa. Sijui kwa nini mko na haraka. Kwani mimi naenda wapi? Si lazima nibaki hapa nihakikishe kila mtu ameenda nyumbani akiwa salama. Peleka hiyo gari huko. Peleka hiyo gari mbali. Haya. Bas. Sisi. Kura ya kwanza. Kura nimesema ni 3. Kura ya kwanza. Sisi viongozi wa mashinani, tukiwa wazee wa mitaa kutoka kaunti za Isiolo, Embu, Meru, Tharaka Nithi na Mwea, tukiwa wahudumu wa afya, tukiwa wale walikuwa madiwani, wale walikuwa MCAs, tumeamua hivi na tuko na mashahidi ambao wamekuja kutusikiza. MCAs wetu, MPs wetu, governors wetu, deputy governors wetu, senators wetu, mawaziri, PSS wametusikiza. Tumeamua hivi ya kwamba kwa sababu ya hatua ya maendeleo ambayo Rais Ruto na serikali yake imepiga kustawisha uchumi, kuongeza bei ya kahawa, kupunguza bei ya fertilizer, kuongeza bei ya maziwa, kupunguza bei ya ama gharama ya mbegu ya ng'ombe. Ile kazi imefanywa ya kurejesha ujenzi wa barabara, kazi ya ujenzi wa masoko, viwanja vya michezo kwa watoto wetu, kazi ambayo imefanywa ya kuleta project ya nyota kwa vijana wetu, kazi ambayo inaendelea kufanyika katika masomo, kuajiri walimu 1,100, kuajiri wahudumu wa afya 1,107, kutafutia pesa kidogo ya kusaidia wazee wa mitaa. Kwa sababu hiyo tumeamua Rais William Ruto aendelee, na tunamuunga mkono wakati wa uchaguzi aendelee kwa 2 term. Wakati wanakubaliana na mimi namna hiyo. Arambe. Wacha nione 2 term. Viongozi msichoke, mtakuja hapa saa hii. Kura ya pili. Niseme nisiseme?
Niseme nisiseme? Mimi nauliza hivi, sisi ambao tumekusanyika hapa kwa sababu tumesema tuendelee, si tumesema tuendelee? Tuendelee na serikali? Tuendelee na Rais Ruto? Tuendelee na fireman? Tuendelee na fireman? Wangapi wanakubaliana na mimi tuendelee, 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 tuendelee? Niko na kura ya pili ama ya tatu na ni ya mwisho. Wazee wetu wa vyama vya wazee, wazee wa Njuri Ncheke ya Wameru, wazee wa vyama vya wazee kule Embu, Nyangi, Ngome, wa Mwea Council of Elders wamekutana juzi pale Nembure, wakasema tuwapatie muda wafanye mambo ya kutania mwelekeo ambao tutafuata kama eneo hili na kama eneo lote la Mlima Kenya na vile tutaunganisha Kenya. Na sisi tumeamua vile wazee waliamua wanaunga mkono Rais Ruto. Wazee waliamua wanaunga mkono fireman. Wazee waliamua Ruto na fireman waendelee. Mnakubaliana nao? Mnakubaliana nao? Wangapi wanakubaliana na wazee wetu jameni? Mwisho, wazee wamesema tuwe jamii moja na muwapatie nafasi waunganishe watu wote. Na wameambia wanasiasa wangojee watulize boli mpaka wazee wamalize kazi ya mazungumzo na wazee wenzao watupatie mwelekeo. Mnakubaliana nao? Mnakubali? Mnakubali? Wacha nione kwa ishara wale wamekubali. Hey, I think this is a good day. Bas, kwa hivyo mimi naomba tufanye kitu kimoja, alafu niite viongozi hapa ndio tumalize na wimbo mzuri, lakini tukimaliza tuketi tungoje MC atakuwa leo, si leo, ni fire si fire. Kwa hivyo nataka kwanza kabla ya viongozi wakuja hapa tumalizie na wimbo ya entertainment. Nataka kwanza tuimbe wimbo wa taifa. DJ ule ako na namna.